Alright, asante sana mpendwa mtazamaji mahali popote ulipo. Hii ni Kisi Hot TV ambapo tunakualika kwa moyo mkunjufu na kuhakikishia kwamba mambo imekuwa bomba tena zaidi. Being a Friday, tarehe ni 2 mwezi wa 7, watu wako na mishahara mfukoni. Ni ile curfew imewafungia wengine, kama hapa KC wangekuwa na kula na kukunywa kwa bili yao, lakini nasema ya kwamba yote tisa, wacha tufuatilie maagizo ya corona mahali popote ulipo. Na kualika kwa moyo mkunjufu, niambie kwamba wiki yako imekupeleka vipi, mambo imekuwa haje. Kiangalia hapa studioni niko na mganga jamaa mwingine hapa, mambo makubwa sana, mambo mbamba kabisa. Asante sana. Kama uko ndani, niambie unawakilisha record gani. Kwa majina niite Daniel Kerigo, ukiwa na wakati niite Dan Arsenal Boy. Nitaitika na nitakubali yote tisa. Moja kwa moja kama kawaida yetu, tunahakikisha kwamba tumesupport talent, na hiyo talent kuisupport ni mimi na wewe. Tushikane mikono ili tuende viwango vingine. Tusipofanya hivyo, hamna kitu ambao tunaweza sema ya kwamba tunafanya. Kwa hivyo moja kwa moja, kama umepata hiyo link, unaweza share na wenzako, waambie kwamba leo tumjue msanii wetu, Tamasha Friday, tumjue msanii. Hao vijana wanafanya kazi nzuri, ndio maana tumewatafuta na kuwaleta hapa kuhakikisha kwamba yote imekuwa bomba tena zaidi. Hali vipi? Lakini unajua, nilisikia kwamba hali ya maisha imeanza kukaa ngumu kabisa. Vitu na baadhi ya bidhaa zile ambao tunatumia zimeanza kuongezeka bei, na tunashindwa inakuwa namna gani. Vijana wanalia hawana kazi, na wale ambao walikuwa kazi saizi wanalia kwamba kazi zao ziliharibika kwa sababu ya corona. Lakini yote tisa tunasema kwamba wacha tumwachie Maulana ili atupiganie, kwa sababu hizo vita hatuwezi kupigana sisi wenyewe, vita ni vya Mungu. Hapa awali mlikuwa naye Kurutu kuanzia majira ya saa 1:30 hivi hadi saa 3 kamili, ambapo nimechukua ushukani na ninakuhakikishia kwamba mgeni wetu ama wageni wetu wako studioni, na nilikuwa nimewaomba tu mtusamee kwa sababu hii wiki tulikuwa tumepanga ya kwamba tutakuwa na wageni siku ya Jumatano. Kufika studioni kazi ikawa vile ilikuwa, lakini tunashukuru ya kwamba tumerejelea tena siku ya Ijumaa ili tuhakikishe kwamba yale ambayo tukiyafanya siku ya Jumatano tumeyafanya siku ya leo. Uko wapi lakini? Naendelea kufanya nini? Na kama uko na talent hapo nje, make sure ya kwamba hiyo talent umejitokeza. Sema nami kupitia hiyo namba yangu ya simu ambao ni 0723067074 ili uniambia kwamba uko na talent na tunaweza kuboost kwa njia moja ama njia nyingine ili usonge kwenda viwango vingine, kwa sababu hilo tunaweza fanya, tusaidiane, uonekane, watu wakutambue, na mambo itakuwa bomba tena zaidi. Kwa hivyo kama unaendelea kutupata moja kwa moja, make sure ya kwamba umeshare hiyo link. Watu wote wameingia wazima na mambo imekuwa bomba tena zaidi. Wale ambao wako hapa wanaendelea kutuma jumbe zao ama comments kuja hapa studioni. Wa kwanza anaitwa Fanis Kwamboka, anasema kwamba niko ndani kama kawaida. Asante sana. Eunice Ombongi naye anasema kwamba no one say to me. Asante sana Eunice Ombongi, anasema kwamba sijui anamaanisha nini. Say hi to me. Hi Eunice Ombongi, habari yako? Asante sana. Alikuwa anasema kwamba yanasubiri, anangoja mambo bomba tena zaidi. Minto Nation TV anasema kwamba Mumanyi the actor ako ndani. With those boys indeed they are my mentors, na nipate support yenu kule YouTube Minto Nation TV. Asante sana. Mwingine hapa anaitwa Omache TV, anasema kwamba TNG Media Kenya, anasema kwamba hi Dan and host, shout out to them watching from Lakeside. Omache, asante sana Mr. Omache. Natumai kwamba ulibadilisha jina la YouTube channel yako kutoka Omache TV hadi TNG
Media Kenya. Kazi nzuri sana watoto wetu wanaendelea kufanya, ndugu zetu wanaendelea kufanya nzuri tena zaidi, na tunashukuru, tunasema kwamba wacha Mungu awabariki na iendelee na isonge mbele hadi mwisho. Asante sana. Mwingine hapa anaitwa Eunice Ombongi, tuned in from Yard live. Salimia Piento na Jonte na wewe Dan, salamu zikufikia. Asante sana, nashukuru. Mwingine hapa anaitwa Mochache the actor, anasema kwamba Piento na Jonte na waona ulibeba nyoka yako Piento. Hii atatuambia baadaye, asije katoa nyoka sahi bwana, nyoka isije katoka hapa na tuache kufanya show, kwa sababu huyu mganga mwenye hapo katikati ameleta. Anyway, moja kwa moja mwingine hapa anaitwa Kefo Osinda, anasema kwamba kama kawaida niko ndani TNG Media Kenya, anasema kwamba mchacha I see you bro. Asante sana Kefo Osinde. Piento na Jonte high five. Mwingine hapa anaitwa Mchache actor, anasema kwamba Piento na Jonte na waona Piento ulibeba nyoka. Wewe acha kuitana nyoka sahi bwana, na sisi si wapenzi wa hizo ngendanse, tunaita Kifaransa. Brenda Mumanyi anasema kwamba my bro Piento anasema do I teach you adequate, weka simu chini bwana. Brenda Mumanyi nasema kwamba nataka nikufunze kwa watu jamani. Asante sana. Mwingine hapa anaitwa Eunice Ombongi number 1 na maanisha done. Thank you so much. Mwingine hapa anasema kwamba Esbon Okuoro anasema kwamba Jonte big up mazee. Asante sana. Caleb Akama anasema kwamba tuned in from Kenya, tunawakilisha vizuri tena zaidi. Naona ya kwamba link inaendelea kukimbia pale, link inaendelea kukimbizwa pale. Watu watume comments hapa wa shout out, waseme kwamba wanawakilisha rekodi gani, na mambo itakuwa bomba tena zaidi, tukijua kwamba mko ndani, alafu tumjue msanii wetu wa siku. Kwa hivyo kama uko hapo na sijasoma ujumbe wako, niambie kwamba sijapitia ujumbe wako, na mambo iko mzuri tena zaidi. Jamaa amekuja na nyoka hapa, sijui itakuwa namna gani, lakini tunasema ya kwamba kila mapepo, kila maroho ya kiume na kike itoke. Tunaikemea kila maroho, kila mapepo. Asante sana. Mwema Newton anasema kwamba next tuletewe Boys na FL. Yeah, by the way nilikuwa nimepanga ya kwamba Boys ingekuja Friday ya leo, but interview tulikuwa nayo na Piento na Jonte haikufanyika siku ya Jumatano vile tulikuwa tumepanga, ndio maana imebidi tusongeze Boys aende mbele kidogo, alafu tuone itakuwa namna gani. Asante sana. Mwingine hapa anaitwa Mali Safi. Piento hakisi umedunga. Dani wasalimie. Salama sana. Amedunga mazee, na nyoka yuko hapa inaendelea kufanya hivi. Noma sana. Anyway, mwingine hapa anaitwa Abid Designer, anasema kwamba mko juu bwana, like brothers. Asante sana, nashukuru. Delen Kwamboka anasema kwamba vipi Dan, niko ndani kabisa. Asante sana. Jeff Swanya anasema kwamba I feel so good seeing our own Kisi boys proceeding so fine like that. A happy Kisi man I am tonight. Asante sana Jeff Swanya, sijui ni kutoka Keroka, sijui ni kutoka wapi hapa Gesima. Anyway, Bochaberi actress yuko hapa mzima my boys there. Hey, your mom is here watching, proud of you guys. Asante sana Bochaberi. Ebu linda sana antivirus, mwambie kwamba watoto bana waze kwa motereli. Asante sana Valentine Lifestyles, asante sana. Nasema kwamba nawaona Kefo Sinda, nasema kwamba nimewaona wote vizuri tena zaidi, na asante sana. Hebu itana waambia kwamba ile barasa imeanza, ndio kuanza hapa, ndio tunaalika mkoko, tuhakikishe kwamba yote imekuwa vizuri tena zaidi, na tuambia kwamba kama unatupata kwa njia iliyo safi, kama kuna mshikiri kidogo kabla hatujaanza tufix, alafu mambo itakuwa vizuri tena zaidi. How sio? Watu wako hapa wanajaajaa kabisa, wanataka kujua hizi
hii maneno inakuwa namna gani, na tutaambiwa kwamba hao wa jamaa kama huyu mwenye anako hapo katikati ni nani alifanya nini ni nani alimfunza kuwa mganga bandia wa kutafuta pesa. Sijui kama zimetosha, lakini anyway, yote 9 itakuwa bomba tena zaidi. Asante sana Director Bob Media, nasema kwamba I'm watching live. Asante sana Buchabiri Actress na kucheki, asante sana na Kefa Osinde, Eunice Kemi anasema kwamba waganga na waona. Sijui ni nani leo atawagangua hapa, kwa sababu tunaelekea Sabato, tunaendelea kualika Sabato. Sasa tutasema ya kwamba mapepo yote na kila maroho ya uganga na kila maroho ya kutafuta pesa za uongo zitoke katika jina la Yesu. Sanaanza kuchomeka na moto hapo. Asante sana Rafael Miroro, nasema kwamba mjambo wa kurugenzi. Asante sana, tunashukuru Mochache Buchabiri na kuona mapenzi tu moto moto. Huyo anajiita rumba ya mapenzi Mochache. Asante sana, zimekatika dakika 18 juu ya saa 3 majira Afrika Mashariki. Leo tunaanza mapema haraka haraka ili tuone mambo inakuwa namna gani. Mali safi, subscribe to my YouTube channel too. I go by the name Mali Safi. Kweli ni Mali Safi. Mwenye atakuja kukuchukua kutoka nyumbani, mtoto wetu, lazima atoe ng'ombe vizuri. Tuki exchange hivyo lazima aingie mfuko na invest vizuri. Kama ako tayari, mwambie kwamba endelee kuinvest mapema, kwa sababu hatutakuwa tunapembelezana. Mambo itakuwa ni moto tena zaidi. Ni moto tena zaidi. Sijui unatupata aje hapo? Ni unataka tu kuangalia frequency, unatupata aje? Hali vipi? Picha zimetokea vizuri? Unaona watu vizuri? Na ukiangalia vizuri, kuna mtu anaangalia anatoa macho, na sijui nyoka inaweza toka kwa mfuko anytime. Asante sana. Becky anasema kwamba hi Dan na bros, niko ndani. Asante sana, vizuri tena zaidi. Alright, staki leo ni chelewe, nataka mapema mambo ya Ruth Kwamboka nasema kwamba Dan, kumbe unajua kukemea mapepo. Ni ile siwezi ongea in tongues, lakini kukemea mapepo, kila maroho ya kiume na ya kike ambayo yanaenda kinyume na Mwenyezi Mungu, tokomee. Tunaanza mapema, tunasema kwamba mapema mambo ya. Asante sana. Mwingine hapa anasema Mali Safi, kuko sawa kabisa. Asante sana. Hamon Nyakawa nasema kwamba from Qatar, niko ndani. Asante sana, vizuri tena zaidi. Nataka nikuja hapa moja kwa moja ebisebiri na ande vyiranire tusikie wako na yapi haya mazuri ambao wametuwekea na wamejipanga vipi kwa siku ya leo. Naona mwingine hapa anatoka jasho hata kama mvua imenyesha nje. Sijui inakuwa ni shida gani? Kama nimedanganya mseme. Alright. Nataka watu 5 wakisema ya kwamba Jonte na Piento karibu kwa njia ya comments. Watu 5 waseme ya kwamba Piento na Jonte karibu, ili tuanze mazungumzo yetu moja kwa moja na wazi. Asante sana. Mwingine hapa anaitwa Cyprian Oenga anasema kwamba my people na waona Piento na Jonte, much love. Asante sana. Kefa Osinde naye hapo hapo anaendelea kutesa kwa mtandao pale kwa njia ya comments. Inakuwa vizuri tena zaidi. So nataka ujumbe ya watu 5 wakisema ya kwamba karibu Piento na Jonte, karibu, na msisahau ya kwamba hawa jamaa usitaki kuwasemea sahi, watajisemea wao wenyewe, kwa sababu ni vijana ambao wanaendelea kujituma kwa kazi sana, na ni vijana ambao wanataka kuona ya kwamba nyota yao imeng'aa. Asante sana Kefo Sinde. Asante sana kwa Mbo anasema ya kwamba Piento na Jonte mnakaa waganga halisi.
nawapenda bure. Asante sana. Wala ambao wanapenda uganga leo, sijui kama atawagangua ama atawaroga. Asante sana Delin kwa mboka, nasema kwamba Piento na Jonte karibu sana. Asante sana. Mwingine hapa anaitwa Becky anasema kwamba welcome bros. Asante sana. Ruth kwa mboka anasema kwamba naona wengine naona wengine karibu sana. Philatom anaona wageni karibu sana. Philatom vizuri tena zaidi. Ruth kwa mboko umeficha white sana, lakini leo natumai kwamba unaweza pata fursa ya ku attend kidogo ili ukatuzungumzia. Asante sana. Cyprino Waenga, ambia Piento na Jonte wasiponisalimia divorce pap abatoto mbyondi nendagera kugicha tondi n'abatoto. Asante sana. Jeff Swanya, karibu Piento na Jontes. Asante sana. Gertrude Nyamari, Piento na Jontes, karibu sana. Mambo vipi? Lakini Gertrude Nyamari haidana hai tu. Enos Zak anasema kwamba Piento, wewe ni mwanamke. Ni kweli, angalia tu na nini imekufanya mate. Tukiongea ile lugha ya Kifaransa kitu inamsumbua ni vitina bimunyarete noene motu wa bono chikubete. Asante sana. Gregory anasema kwamba haidan salimia Piento na Jonte na waambie waseme kwamba waambie welcome wageni. Linet Lewis watching, asante sana. Mwingine Helda Nyangaresi, say hi to Jonte na Piento, vizuri tena sana. Nancy Mora anasema kwamba nisisaulike please. Dan salimia Jonte na Piento hapo, asante sana. Gertrude Nyamari, leo Piento ni ile ya uganga alivalia kabisa hapa hakuna kuseleki, hapa hakuna kulala. Vizuri tena zaidi. Nimeona kwamba watu wanachangamka pale, wako chonjo kabisa tena zaidi. Wewe mganga, songa mbele bwana. Mganga ulipata ile number 1 kweli? Hebu simama juu. Mganga ulipata number 1 kweli? Number 1 ni sauti ya ama ndio hiyo umeweka kwa kichwa? Pati niliambiwa jamani kuche nayo. Ebuka. Sasa si usao umeanza kunipisa mapema. Wewe mganga, unaona watu wanakuangalia kwenda kule na umevalia hivi, number 1 umeweka kwa kichwa. Dress my choice. Songa mbele bwana. Wajua nilikuwa nimekemea kila mapepo. Mapepo inataka ujongo tunazo. Kila mapepo. Yaani unakuja studio umevaa number 1 kwa kichwa. Ndisahau, lakini kuna yenye ilikuwa number 2 yenye nafalianga. Huyu akasahau juu ya mti kanyesewa. Ikanyeshewa juu ya mti. Sunge hebu fanya ile nini yako, uambie wao wazee wako wakuletee number 1. Ama ndio umeweka kwa kichwa, wajua tuambie vizuri. Number 1 iko ndani ya kichwa, lakini sichaweka kwa kichwa. Number 1 iko wapi? Iko ndani ya kichwa lakini sichaweka kwa kichwa. Ndio hii. Iko kwa kichwa. Okay. Ndani ya kichwa. Si nje ya kichwa. Si nje ya kichwa. Okay. Na macho ina yuko pale, mtu wako wa mkono. Nimemwambia kule karoti mingi, sasa ananiibisa. Tusikia siku. Sikisa hakuna karoti. Hakuna karoti, si pilipili hoho nilikuletea jana. Karoti simpungua. Ile naopata kidogo mimi nakula, ndio maana sasa nimefai simetoa rate. Lakini mimi niko na dawa, msijali. Mganga ichikanga peke yake, but nitakuganga. Nitakuroga. Lazima jambo litatendeka. Lazima utamroga ama utamganga. Atanitibu siku ndio. Unajua kuna ile kuroga kusuli na ile kuroga kubaya. So mimi nitamroga aone vizuri. Siku nigangua. Si sasa mganga achikangwe. Unajua anasema wewe daktari. Mimi ni daktari ndio sikatai. Daktari Bonoko. Mimi si daktari Bonoko. By the way nimetibu wagonjwa wengi. I remember Congo nini vile ilitokea. Hii ugonjwa nikumbuse. Bora mimi ndio nilipeana hiyo dawa by the way. Mimi ndio niliinvest, tulikuwa huko Makerere University. So from there nika invest hiyo dawa, ndio yeye nikaona mimi daktari.
So ndio unasema uliinvest nini? Hiyo dawa ya corona. Wewe ndio uliinvest? Bora ndio niliinvest dawa after imenini. After imeisha. After hiyo gonjwa kutokea nikaenda Makerere University pale. Unajua ndoto yangu ilikuwa kuwa daktari wa surgery. Surgery si ndio kupasua picha. So unajua target yangu after form 4 ilikuwa nipate A+, lakini kaanguka mtihani nikapata A-. Si nichalipa. Kafanya nini? Nikapata A-. So kuna vile A-. Target yangu ilikuwa A+, kaanguka nikapata A-. So unajua kuna vile mwalimu alikuja hapo kwa class ananiuliza, "Wewe Piento, sasa unataka kuenda university gani Kenya?" University kasema sienda university ya. Mwalimu alikuja kwa class akakuuliza kwa sababu umepata A-, akakuuliza unataka kwenda. Yangu ilikuwa A+, ndio akaniuliza, "Eti sasa usipofaulu maybe ukianguka utaenda gani?" Sasa alikuja kukuuliza na umejua kwamba umepata A-, ndio mwalimu akakuja akakwambia ukipata A+ ulikuwa unataka kwenda university gani? Ebu Okay, acha nichirudie basi mzuri. Hii nyoka iweke iangalie kwenda hiyo side bwana. Hii nyoka iweke iangalie kwenda huko bwana. Hiyo maneno. Ebu muongeleshe vizuri, ameanza kubeba kichwa hivi. Usikanyage kwanza, unajua inasumbua. Unataka kuiulia hapa amekasirika sema kwamba mimi ndio nimeleta hiyo shida yote. Sikia mke. Wachana na hiyo kitu bwana. After mwalimu kuja kwa nini darasa, unajua kuna ile maswali anauliza aje. Sasa after you grown up, so ukikuwa mkubwa una grow. So ndo akauliza vision yako ni gani? Unataka kuwa nini ukiwa mkubwa? Nikaona sasa juu mimi mdogo, nikasema acha niweke target yenye maybe nikifaulu na chenye iko. Kamwambia mimi ni daktari. Aliambia daktari, najua ukisema daktari kuna nurse, alafu na doctor. Si ndio? So nikamwambia mimi nataka kuwa mtu wa surgery, sitaki nurse. So nikaanza kuchita surgery. Sasa unaambia huyu? Si wendo umeniuliza. Sasa anyway, huyu unaambia huyu na wewe na huyu ni nani sasa? Kwa sababu nyinyi wawili mnafanya kazi moja, unamueleza nini? Unajua yule ambia yule yuko daktari. Unajua after hapo sasa nikaambia mwalimu mimi daktari unakuanga muoga ama wewe ni daktari bonoko? Mimi daktari muoga original. Sasa daktari, ngoja kidogo. Huyu ndio mtu wako wa mkono? Mtu wangu wa mkono. Waacha niongee na yeye. Jonte. Yes. Niko na shida. Shida gani? Nataka bibi ya jirani. Unataka bibi? Nataka dawa ya mapenzi. Nataka bibi ya jirani. So kumaanisha kwamba una bibi? Sina bibi, nataka bibi ya jirani unipe dawa, yani nipate dawa ya mapenzi. Naweza ona daktari? Uone daktari. Daktari mwenyewe yupo hapa huyu. Ndio hapa sasa. Lakini lazima upitie kwangu sasa nikuchukue. Ndio maana nimepitia kwako uniambie nitapata dawa ya mapenzi kwa sababu kuna bibi ya jirani yangu amenifurahisha, ameniingia roho, nataka kumuiba. Huyu sasa kumuiba ni rahisi sana. Kwa sababu daktari mwenyewe ako na madawa. Unajua mwanzo kule nje tumesaidia watu wengi. Unajua kuna wale wanaokuwa na shida ya mapenzi na wale wenye mabibi zao maybe wamepotea. Ukikuja kwa daktari mwenyewe anakurejesha bibi yako kupitia daktari mwenyewe. Madawa zenyewe zipo. Madawa ya kupata madawa ya mapenzi yenyewe iko. Naweza pata dawa. Alafu na mwenyewe akikuja waambia kwamba anataka bibi yake arudishwe. Bado juni kasi lazima tufanye kazi. Kazi ni kazi. Sasa hapo itakuwa atakuja anarudi kwake tena, nakuja hapa tunachukua dawa nyingine, unachukua pale alafu arudi kwako. Inakuwa tanga hadi kieleweke. Hivyo sasa hiyo ni kusaidia ama ni kumaliza kabisa? Ni kusaidia. Unajua unajua kila mtu anataka usaidizi. Nataka tu uongee na daktari tena. Kwa sababu mimi siwezi ongea na yeye direct. Na mniambia nikiingia hapa niingie kinyuma kabisa. Nimekuja hapa kinyuma. Daktari, nataka nisaidie tena jambo lingine. Niko na pesa kiasi tu, maybe niko na 2,000. Nataka hizo pesa zangu ziongezeke. Anaweza nisaidia pesa zangu ziongezeke ziwe mingi? Lazima ziongezeke. But lazima ufollow instructions. Hauna shida. Bora tu mniambie pesa zangu zitaongezeka. Nitafanya nini? Mbona siongezeke? Sisi ni daktari kutoka. Nitalipa pesa ngapi ili pesa zangu ziongezeke? Mwanzo unajua unatoa pesa kwanza ndo unapewa dawa.
Pesa yenyewe uweze ona matokeo sasa hivi. But ukileta pesa ukienda nyumbani pale kuna siku baada ya masiku chache hivi utaanza kuona matokeo. Sasa wewe ndio mganga ndio huyo? Mimi msaidizi wake. Yeah. Mnasema kwamba ni wape pesa ndio mnitengeneze pesa ziwe nyingi. Mwanzo kila kitu huko ni hela. Nyinyi mnastahili kutolewa mapepo. Si mapepo. Kwa sababu kiendacho kwa mganga, sikiza kwanza. Wacha hakuna mahali Biblia imesema ya kwamba kiendacho kwa mganga kirudi. Juu chenye utatupea tutachukua, alafu chenye utapata itakuwa yako. Unaona sasa mapepo MS daktari. Ulijuaje tuko na mapepo? Wacha tuseme hivi. Ndio maana ngoja. Nyinyi vile mko hivi hata mkionekana mko maskini kabisa. Mbona msiombee zile pesa zenye mko nazo mnaanza kuombaomba watu pesa hapa? Wajua nyinyi na watu ambao wako huko street wanaomba si tofauti na nyinyi. Acha nikujibu kwanza. Mwanzo unajua wale watu wenye wako na pesa wachionyesi kwa watu wako na pesa. Exactly. Uwezi chionyesha kwa watu wako na pesa. Kwa sababu kichwa tuko na pesa uwezi tuletea pesa tena hapa. Vile mmevalia hivi ndio mnasema kama nyinyi matajiri. Hapa kwa msitu mnafanya nini? Nguo zenyewe ziko kwa nyumba. Nguo ziko kwa nyumba. Mbona mnaomba watu pesa? Unajua hakuna tofauti ya ombaomba. Unajua hata daktari wa ule mali nikutoa anaitwa Wasira huko Tanzania. Ule Papu Aroliondo. Unamkumbuka ule Papu Aroliondo? Mimi nilianga huko, ulinituma huko. Ulikuwa unaombea kitu kidogo na kupea dawa. Ulisikia fununu. Ulisikia fununu. Ule na mimi, ule sasa mimi ni mchukuu wake. Sasa kuna vile ametulea, so kuna vile ametufunza. Chenye mtu mwenye anapeana ndiye anapewa. So unaona? Okoro na kokwa uko ilani. So ukitupea na wewe unataka mingi lazima upate mingi. So tatu wewe tunasema ile zitatoka wapi na nyinyi kama mna mniongezee? Pesa tuko nazo. Kuna kitu fulani ujui nataka nikwambie leo. Mganga achigangi yeye mwenyewe kabisa. Usiponiletea sitapata kitu. Tatu wewe mimi nakuja na kuganga upate ndio niletee. Mbona kuchagua uanze kutibu watu kama hawa daktari wengine wako wanajulikana na serikali wanawalipa? Hawa serikali unajua unafutwa kazi end time. Kazi ya kuchifanyia mkono ndio kazi mzuri. Mwanzo daktari, mimi naonelea kwamba siku hizo unajua mitishamba ndio kama muhimu sana kushinda madawa daktari. Okay. Kuna jirani yangu pale ako na shida. Anasumbuliwa sana na jirani yake pia. Anataka tu atolewe. Atolewa apewe tiketi ya kwenda mbinguni. Hiyo ni kazi rahisi. Kazi rahisi. Hiyo kitu ya kwanza siafu. Siafu inamtembelea. Inampea warning, inamwambia in heaven there is no peer. You have to drink peer here before you go heaven. So hapo kitu ya kwanza ni kazi tu rahisi. Sitaki nichambue lakini utamleta ndio tuelewane. Malipo kwanza. Usimwambie dawa lenyewe. Dawa lenyewe utaharibu kazi. Sitamwambia juu najua nikimwambia nitalipo kazi. That's why nimemwacha in suspense. Afikiria tafakari. Kabisa. In suspense. Sasa umeleta mwenyewe kwetu. Nimeleta nyinyi. Sisi daktari. Mlisomea wapi hiyo daktari? Congo Forest. Kwani mwambie kwanza mwanzo hapo awali nyanya hapa alikuwa anafanya kazi gani? Nyanyangu alikuwa mkulima. After kuwa mkulima kuna vile alikuwa na invest hiyo madawa sasa kwa msitu. Kila siku akienda akikonjeka maybe siku moja akaanza kukula matawi. Kukula matawi akaanza kulia rais kwamba anapona. Hiyo madawa akaanza kutufunza vile inafanya kazi. Na hiyo matawi ya hiyo madawa ipatikani hapa Kenya. Nyanyaka kwa hai? Hapana, alikufanga na fundi sangu. Alikufana na nini? Alikufa ni fundi sangu. Kuna siri earphones hivi alikuwa saa tunaita earphones. Tali earphone. Earphones. So vile ndio kuweka simu kama hizi. Hizo. Sasa yeye alikuwa anapenda kusita earphones. Earphones. Na yeye kwanza alikuwa anamwambia earphone anasikiza rege ana watch movie yake. Alikuwa anamwambia earphone. Sasa kwa bahati mbaya akakufa. Wakati alikuwa anakufunza kutengeneza ile dawa ya kupeleka watu mbinguni. Ndio bahati mbaya ikampeleka kama example. Lakini pifa kufe aliniambia mchukuu wangu mimi ninaenda na sitakuacha. Nataka nikuachie baraka. Akanikumbusha vile Abraham aliachia mwando waganga wanasomanga Biblia kweli. Acha nikwambie siri.
before usome kila kitu tunajua kila kitu, that's why si almost tutanganya. So ukikuja ukisema eti yanda bashada bashindwe, wewe ndio utashindwa kwa sababu utachoka na utaenda uache sisi hapa. So after kwani mbona yeye akujiganga asife? Ukufa nayo nitakuja kumwamsha after 20 years. Baada ya kufa bado. Anaweza muongeleza sasa hivi hapa. Naweza muita. Naweza muita. Sasa inamuona. Ni aje rudi kwanza. Hey. Alright, asante sana mpendwa mtazamaji mahali popote ulipo. Kisi Hot TV, Gekaro TV. Tunaendelea vizuri tena zaidi kuhakikisha kwamba yote imekuwa safi tena zaidi. Na ujumbe zile ambao ziko hapa nimeona abayiboli waone kondo wale charangu baitere. Kubangaina ngarundo menyeta kurukunga mati reps ondari. Ondari mati reps. Nafanya kazi nzuri katika industry ya usanii. Asante sana. Wacha niangalie wale ambao wako hapa. Watu wanaendelea kucheka hapa kabisa. Asante sana. Wacha niangalie nilikuwa nimeachia wapi. Wacha nimeangalia. Hatujaanza. Hiyo ni mwanzo tu, kionjo tukiendelea kupima upepo hapa. Kuna nyoka inasumbua hapo chini. Asante sana Lina Lewis watching Nancy na yeye anasema kwamba nisisaulike niko ndani. Asante sana Elda Nyangaresi anasema kwamba say hi to Jonte na Piento. Gertrude Nyamari anasema kwamba leo Piento ni ile ya huganga alivalia akona pako na nyoka hapa chini. Asante sana. Mwingine hapa anaitwa Gregory kama kawaida, hebu waulize kama wako single. Mwingine hapa anaitwa Enos Zaka anasema kwamba Jonte na Piento uchawi mliachana nayo. Ruth Kwamboka anasema kwamba lakini Dan wamevaa dangerous. Yao ni waganga bana, tunawatoa wapepo hapa, ndio maana tumesema kwamba kila maroho ya kike na kiume itoke. Asante sana. Mwingine hapa anaitwa Mwana Garibi anasema kwamba karibu Piento na Jonte. Asante sana. Mwingine hapa anaitwa Enos Zak, Jonte na Piento uchawi mliacha. Ni kwa shapita pale. Elmeda Nyangaesi ni kucheka tu. Gertrude na ni kucheka. Gertrude Nyamari anasema kwamba na akae vizuri. Ndio bwana, unajua ameweka number 1 kwa kichwa. Hapa chini ndio hiyo kamera inaangalia huko, sijui sasa itakuwa namna gani. Gregory anasema ya kwamba sauti ya Piento iko chini, natumia kwamba iko sawa kabisa. Kefu Sinde ni kucheka tu. Cyprian Oenga kucheka tu, nasema kwamba mambo iko bomba tena zaidi. Kefu Sinde Cyprian yaje, asante sana. Elda Nyangaresi Piento uko sawa, kumbe hiyo dress nilibuy nikadhani haitakutosha, kumbe najua kukuchagulia haimtoshi, miguu iko nje yote kabisa. Hapa chini miguu iko chini, unaona sasa baridi hapa. Kifua naye amebeba yote. Asante sana Cyprian Wenga na kucheki Kefo Sinde. Ngine hapa anaitwa nani? Anaitwa Eunice Ombongi. Msiroge Dan please. Msiniroge hapa, hawataniweza. Kila mapepo kila maroho nimekamata na imepotea. Cyprian Wenga anasema kwamba ya fully. Asante sana. Mali safi uliinvest ama uliinvest. Kefa Osinde hiyo sawa basi. Okay. Lamles anasema kwamba Damaris Dan waoge watangulie. Okay. Damaris Moke Dan waoge watangulie. Asante sana. Cyprian Wenga. Pepi akisema invent. Becky anasema kwamba look up please, angalia mbele. Mali safi Piento, after you grow up unataka kuwa daktari. Matirepson Ntari, Ntari anasema kwamba thanks Dan, salimia Piento na Jonte, let them keep their heads up, mbele iko sawa. Antivirus na Ukiondo walianza hivyo, Mbarambamba akianza hivyo, Jarango Otoyo na Churchill walianza hivyo, na mambo itakuwa vizuri tena zaidi. Asante sana, tunashukuru. Ngine hapa naitwa nani? Naitwa Mali Safi. Sema kwamba wacha watu angalie mbele kwa kamera bwana.
Angalia kamera ndio ile, angalia mali safi kwenda huko ndio wako huko bwana. Kefo Sinde na kucheki Bena Talk Show, yani leo ni fire. Asante sana. Eva anasema kwamba hai Dan, salimia wageni hapo na wasikuroge please, mimi hata niweza, nimesingirwa na damu ya Yesu. Elda Nyangasi, Dan uchunge sana wasikuwekee nyoka ndani ya miguu. Hii nitaikanyaga na ndachoma na Duke Omia sema kwamba go to interview direct. Mashabiki baadaye your interview. Duke, tunajua, tunaelewa bwana, hiyo maneno tunaelewa. Asante sana. Eunice Ombongi, pesa kwanza gaki Jonte gaki na Wako, asante sana. Mali safi, hiyo story achana nayo, acha tujue wasanii. Some people are using bundles. Sasa hakuna haja ya kukimbia mbio mbio, tuko hapa mpaka asubuhi. Eunice Ombongi, mkijionyesha tutawanyang'anya pesa, ficha nguo na magari, eti mjukuu wa Roliondo. Sijui ni nani hiyo mjukuu wa Roliondo. Asante sana. Cyprian Oenga, mali safi hai. Evisiba Actress tuned in kama kawaida, though Nicolette mali safi na kucheki Evisiba Actress, asante sana. They always make my day, I love you so much. Cyprian Oenga mali safi. Okay, Gregory, wote naona kwamba wako ndani. Irene Kerubo, wote kabisa. Kevo Sinde, wote kabisa naona kwamba wako ngangari kabisa. Asante sana. Tunaendelea mdogo dakika 43 juu ya saa 3 majira Afrika Mashariki kama kawaida. Tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka wa 2021. Sijui nianzie wapi? Nianzie hapa kwa debut. Macho ina jambo sana. Sasa tuache kwa act, tuingie serious business. Jonte ni nani? Jonte ni kijana mmoja tu upcoming, yani amzaliwa wa. Sauti yako unaongea chini. Yes, Jonte ni kijana tu, yani kijana mmoja mzaliwa Kisii huko. Like nyumbani kwetu kwa pale side za Keumbu. But currently naishi hapa tu Kisii town. So mimi nimezaliwa tu hapa Kisii, Kisii. Kisii ndo nyumbani. Kisii ndio nyumbani, umezaliwa Keumbu? Keumbu ndo nyumbani sasa. Okay. Kwa majina kamili? Majina kamili ni John Mbuna Onyancha. Jonte ilikatokea wapi? Jonte linitoka mbali sana. Mwanzo nikiwa pale shuleni. Kwanza primary actually class 7 probably ndo jina alianza kuitwa Jonte, like ilikuwa nickname. Wanafunzi walikuwa wananiita Jonte. Yani instead ya kuita John, sawa walikuwa wananiita Jonte. According to the things that I was doing back there. Na hiyo time sasa. Mieno sasa mlikuwa mmeanza kukoroga majina mnakoroga kabisa. Kazaliwa na wazazi gani hapo? Mzazi wangu, babangu anaitwa Alfred Mbuna Onyancha. My mom anaitwa Lispa Kerubo Onyancha. Vizuri sana. Kazaliwa namba ngapi kwa familia? Mimi ndo first born. Jana wa kwanza. Alafu wengine sasa ni wasichana, dada zangu. Okay. Masomo kasoma wapi? Masomo mwanzo shule ya kwanza nilienda ilikuwa back then primary school. Ilikuwa nursery, nilisoma shule moja inapatikana Nakuru. From P1 time kulikuwa na baby nursery. Baby class na nursery. So nikafika class 3 nikakuja Kisii sasa. Kitambo nilikuwa naishi kule Nakuru. Nilipokuja Kisii nikajoin shule moja inaitwa Nyonsia. Nikasoma nikafika class 7. Nikaenda sasa shule yetu ya nyumbani sasa. Kule Keumbu ya Gianchere. Kwa hivyo wakati ulikuwa unasoma Nyonsia ulikuwa unaishi kwa relative? Ama ulikuwa unaoperate kutoka nyumbani? Kwa sababu unajua distance kutoka Gianchere na Nyonsia naielewa ni bali.
Aha. Ukamaliza ukaenda secondary? Nikamaliza sasa, nilipofanya class 8 from Gianchere, nikafanya nikajoin sasa form 1. Form 1 nenda Cardinal Tunga boys Msocho. Nikasukuma tu tukasoma by then nilikuwa kijana mmoja yani yule yani kijana yani I was so talkative sana by the way. Nilikuwa napenda sana ku crack jokes like I was making fun every time tukiwa na wasee tu hivi yani ile yani na ile time kufia ni kuchapa tu makazi story hapo nje kuchekesha wasee. Yeah, but nilianza tu kitambo by the way. Okay, ukasoma ukamaliza form 4 Msocho? Nikamaliza shule nyumbani tu. Nikamaliza form 4. Shikilia hapo. Acha nirudi hapa kwa mganga. Mganga. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Yes. Yeah. Nataka majina kamili, ukazaliwa wapi na kwenyu ni wapi hapa? Okay, kwa majina mimi naitwa Isa Kombati. Nimezaliwa Birongo, ndio home, Kiambu Division. So huko ndo nimelelewa, ndio nyumbani, ndio watu wote wanajua ndio nyumbani. Masomo yangu nilisoma Birongo Mixed Academy. So after hapo nikafika standard 7 lakini my standard 8 nikaifanyia primary school. So after kuifanyia primary school Birongo. Yeah. So nikaenda Samita Boys. So from Samita Boys nikasoma form 1 form 2. Kwa sababu ya karo na vitu zingine ikabidi nimerudi nyumbani. So shule ya nyumbani ndio Birongo. Secondary school ndo nikaifanyia masomo yangu huko, ndo nikamalizia huko. Yeah, so after hapo ikafika nilikuwa nafaa kujoin. So like ikafika mambo na karo ikakuwa ngumu sana kidogo. Nikaamua kutulia tu. Ukacheza chini. Kacheza. Hoja niambie umezaliwa wangapi kwa familia yenu? Kwa familia yetu tumezaliwa 7. Mimi ndo kitinda mimba. Yeah, mimi ndo wa mwisho kabisa. So kuna sister yangu mkubwa. Alafu kuna brother mwenye anamfuata, sister brother. Hivyo tu masista wako. Wewe ni namba 7 mgongoni, unacheza kwa familia yako. Namba 7. Kwa wazazi wako wanaitwa nani? Babangu anaitwa Evans Migisombati. My mom anaitwa Borin. Babako the retired soldier. Yeah. Sio soldiers security. Kenya Defense Forces. Yeah, Kenya KDF. Na my mom Piento sikumfikia. Sina hata namsikia tu yani. Yeah, sina habari na yeye sana. Alale mahali pema. Yeah. Actually by the way, kwa kitinda mimba mimi tulikuwa wawili. So tulikuwa twins, nilikuwa na twin sister yangu. So after hapo mimi ndio nilisurvive after tumezaliwa. Zingine tu nasikia tu ni story like mimi nashtuka vile nimekuwa mkubwa, na thank God mahali amenitoa na mahali tunasema it's a grace of God. So hiyo ndo familia yetu. Na ninaifurahia na wapenda, wananipenda kwa support pia na watu wa Birongo huko home. Yeah. Okay, asante sana. Nataka kurudi kwake Jonte. Yes. Jonte. Yes. Ukamaliza form 4 kutoka Gianchere and then kutoka hapo saizi unafanya nini? Saizi niko shule nasoma. College ni Kisi Town. Yeah. Unasomea nini? Nasomea math com science. Yeah. Mambo ya kuchora. Yeah, like yeah. Okay. So wakati ulianza kutumia jina Jonte, wakati ulikuwa shule ulisema kwamba kutoka Cardinal, wakati ulikuwa unafanya funny, unajua aje ulikuwa una kipawa cha kuact? Yes, mwanzo by the way nikiwa primary school nilikuwa yani yule kijana like hata mwalimu wenyewe na yani sikuwa naogopa mtu yote yani. Kama ni mwalimu na approach tu like I was so funny by the way. By that time nilikuwa na kuna hizi functions hizi ma curricular za shule sio activities. So nilikuwa napenda sana hizi, tulikuwa na drama, music, yani singekosa anything, singekosa. Lazima I was eager to join. Juu yani I was courageous by that time, nilikuwa courageous sana. So nilipokuwa kidogo saa nilipoanza ku move from primary nikafika high school.
hapo tena sikuachilia bado. So nikajoin pia nikapata huko sasa kuna ile drama yani ile set list drama ile ya drama yani music. So nikaamua kujoin pia. But ile time tulikuwa shule like ile kama ile time ya tea break. Tuko hapo nje na kuja tunapata wasi hapo. Like mimi nilikuwa naongea kitu serious like kama tulikuwa na stone naongea kitu serious but napata tu watu wanacheka kucheka. And na hiyo time mimi singecheka. I will keep on entertaining you by the way. But I was so serious. Yeah, hapo ndo nilijua mazi kumbe naweza fanya jambo lifresh mtu. Yeah, ndo nilijua kwamba hapa niko na kipaji maybe. Yeah, nikaanza kuigiza. Yeah, and then nilipomaliza shule till now. Okay. Okay. Wakati ulikuja hapa nje mlikuja kupatana aje na Piento? Yes. Mtaka mniambie vile mlipatana before mpiga hatua ya kwenda mpaka Papa Tifira. Yeah, Piento huyu siku ndio kutoka kitambo tulijua nani nikiwa high school. So najua Birongo na Gianchere. Ni hapo tu. Piento alikuwa anakuja time za drama. Na anapenda mio, alikuwa anapenda mio yenye menawekwa hapo Gianchere hapo. Ningepata tu yani hapo tu saa ile kwa time za drama. Nilikuwa namuona basi kwa namjua. But sasa tulipatana tukao kubwa nalijua kumbe ni wewe nilikuwa napata na high school. So siku moja alikuja. Alikuwa na nini yake ya kuperform yeye peke yake. Ilikuwa standard ya kuperform kule mbele peke yake sana stand up comedy. Yeah. So hapa ndo nilijua Piento nikamjua. By then alikuwa na dress the same as he. Vila kwa hivi. Na hii nguo ni ile ndio hii. Hiyo sasa ilikuwa ya white but side. Kala imepotea uwezi jua kama ni white yellow ama brown. Ya hizo. Sasa ndo nilimjua saa by then tulipofika Lake Regional ilikuwa Kisumu. Hapo sasa ndo niliamua hapo sasa ndo tuliona kabisa nikamwambia baby Piento alikuwa anakuwa na Gianchere shule yetu ilikuwa na perform. Unasoma shule gani? Akaniambia nasoma Birongo. Kumbe mtu wa nyumbani. So from there tukajuana so tulipotoka hapo sasa drama mwisho zilipoisha tukakuja hapa nje. So Wako tulilink up by the way. And then tukamwa tu mwanzo unajua alikuwa na talent ya kufanya jambo fulani na alikuwa na passion ya kufanya jambo. So nikaona msee pia akanatia bidii sana. Nikamwambia mazee tukiungana tu hivi you'll go far maybe. Yeah. Okay. Hapo sasa ndo tuliona and everything. Mkasukuma Piento. Yeah. Piento Banado ilitoka wapi? Piento Banado. Okay, before hata nianze comedy ama nianze kazi ya comedian. Bare nyumbani nilikuwa na hii kipawa lakini sikuwa najua kama ni comedy. Kuna brother yangu mwenye alikuwa anaitwa Dan. Jina tu wewe. So Dan nilikuwa nikifanya makosa ananichapa alafu after amenichapa tena anaanza kulia na mimi after some time like 3 minutes anaanza kucheka. So namuuliza unanichapa saa hii tena unaanza kunichekelea alafu unalia ni nini? Akaniambia nakuchapa alafu wewe una sound like uchagongwa unasahau unaanza tena kunichekesha. So nikashindwa mbona hivyo. So as time goes by nikafika pale shule ilikuwa primary school. Ikitu ilikuwa tuseme iko ndani ya damu yangu yani. Iko ndani ya damu. Okay, mimi kwanza before nianze kufanya acting. Time nilijua eti naweza fanya comedy, time nilikuwa primary school. So from there nilikuwa like nikianza the question mwalimu kama ameuliza, mimi naona nimeanza the right thing. Wanafunzi kwenda hapa ni kucheka. Hadi inabidi nimesimama nauliza mwalimu sasa kwani nimesema makosa? Kumbe niko vizuri lakini kuna vile nilikuwa naongea mimi sijui wao ndo wanajua. Ilinifanya saa zingine sikuwa nakuja shule juu wananichekelea. So ndio nikakuja walimu wakadiscuss hiki kitu wakasema hapana. Mbona unachekelewa hivi? Ndio mwalimu fulani hapa anaitwa Nathan Momanyi. Alikuwa anafunza music hiyo time. Ndio akasema you are talented ni venye utajua talent yako ni gani. Wewe ni mchekeshaji ama in short wewe ni mcheshi. Ni mtu mwenye anachekesha watu sasa. Hapo so kuniambia hivyo nikaanza vitu vinakuja tu naturally. Naongea wanacheka. Naturally ikae ni kama ni serious tunasoma paragraph nasoma vizuri kuna neno fulani ya Kisungu hapo nasema sasa it was by the way just wanacheka. So from there nikagundua yenyewe niko na talent. So nikasema mimi ni comedian. So after nimeenda high school ilikuwa form 2 after nimerudi kutoka Summit High School. So kuna vile Birongo walikuwa na ronji pass na mheshimiwa Tongi.
namkumbuka sana. So from there ndio nikasema ni kitu gani mimi nasafanya ni proof kama mimi ni comedian, ni kitu gani nasafanya enyewe ni proof watu enyewe mimi ni comedian. Juu watu already walikuwa washani kupadi vile naongea na vile nafanya matendo yangu. So nikasema nilikuwa napenda kuwatch movies za Kichina. Kuna rafiki yangu fulani hapa alikuwa anaitwa Brian Michira. So nikamwita nikamwambia bro, kuna vile nataka tufanye. Si kesho Otonya anakuja na tunakuja crunch pass ya shule. Sawa. So nikakaa je nikafikiria kuna kitu fulani mtu hajaifanya naweza fanya. Nikakumbuka hiyo time ndio by the way deni ya Kenya walikuwa tumeomba kutoka China. Ni juzi tu. 20 ilikuwa 2017. Yeah, 2017. So from there nikamwambia sasa wewe utakuwa una translate naongea Kichina au una translate. Akaniambia mimi sijui Kichina. Sasa nitasa aje. Nikamwambia unajua vile unakaribisha mgeni akikuja? Akaniambia ndio. Eti mheshimiwa nini akikuja hivyo. Nikamwambia sasa mimi nitaongea kifyangu lakini sasa wewe unajifanya nimesikia. Alafu nikamwambia kuna maneno fulani utaongezea. Unajua ukiambiwa utoe speech kuna ile speech unasema asante sana mheshimiwa kwa kufika hapa tumefurahia bla bla bla. Unaona? So pia mimi nikasema nikiongea kitu yoyote lakini kuna China fulani nilimpea. Kuna China fulani nilimpea akuita mheshimiwa Shifu. So after hapo nikisema Shifu anajua sasa ni mheshimiwa. So hapo ndo nikaanza comedy yangu tukaitwa hapo. We were the first by the way kuitwa kwa stage kufurahisha wageni. My daddy alikuwa huko. Wote field ilikuwa imejaa umati wa watu lakini hiyo time mimi sikuwa naona hata hao watu. Juu ni kitu fulani ilikuwa ndani ya damu. So hapo ndo nikasa ching chong shin sha asante sana mheshimiwa tongka shin to kwa kufika hapa shosha tunenua maendeleo unayofanya hapa chongka shu tunaona hiyo pasi unaleta mtauda mheshimiwa tunataka utufanye hivi na hivi. Unajua ile speech sasa vile tulikuwa narrate alicheka hadi akaanguka na kiti. Kutoka hapo manze ndio niliona talent inaripa. Juu wanasema education is the key but your talent is the master key. Hapo ndio niliona yenyewe. Sasa wewe umekaa master key. Juu kia kwanza vile nilianza kuongea Kichina watu walishindwa. Umefunzwa hiyo Kichina? Sijafunzwa. Ni zile movie nilikuwa na watch. Umefunzwa hiyo Kichina huyo? Huyu nimefunza kidogo. Tuendelee ndio aanze kutranslate. So from there kidogo hivi mheshimiwa Tong walikuwa wanajuana na papangu kitambo. So alikuwa anatembea before akae MP. So tulikuwa tunajuana. Manze aliingia kwa mfuko akanisera 20,000 na sikuwa nimeamini. So after tena kuna project fulani alitupia ya shule ya kujenga madarasa lakini ilikuwa ya gorofa. Pia nikaongezea. Kuongezea nilifanya shule mzima kanunuliwa ng'ombe 2. So kutoka hapo nikasema nimesahau mwalimu wangu principal. Hapo sasa ndo nilimake it choki fulani yenye lini market hadi sasa nakumbuka kuna Kevin Ombori hadi alinitegesa. So hapo ndio yenyewe nikasema basi hii ni talent si eti ni kitu na force. Juu talent yangu ilikuwa nafanya stand up comedy. Hiyo ndio nilikuwa nimeiva, ndio nilikuwa napenda. So after hapo ndio nilikuwa kuna siku fulani papangu tukiwa kwa nyumba alikuwa ananieleza about hizi stories za Gini, Otenyo, whatever. So mimi choki nilifanya hapo nilifanya hadi principal mwenyewe alikuwa ananichukia hadi akanipenda. Nilikuwa nimesema hivi saa zingine unajua mimi eti sasa mbona hapana tukachelewa kuja shule ni kwa sababu I was milking the cow and the cow was okay. Eti we kijana sema vizuri. Do you know the exam is around the corner alafu nakuja saa hii? Kamwambia mwalimu exam is around the corner but I was following the that's make me come late. When I was following the road was omurambeka. So mwalimu akashindwa kunielewa. So ndio mwalimu akaniambia enda chini. Kwenda chini ndio principal akakuja akaniuliza kijana, kawaida ya principal anakujanga saa 2, yeye ni pasu. Kijana, unafanya nini hapa? Na wengine wanafanya mtihani na wewe uko hapa. Umwambia mwalimu aliniambia nipige pombe chini. Eti pombe? Kijana uko na pombe shuleni? Kamwambia hapana mwalimu mimi siko na pombe shuleni. Uzuri kuna mzazi alikuja kulipia mtoto wake karo, alikuwa anapita hapo. Ndio nikamwambia omo hivyo limotaiga kia marusi pombe ama runga tense. Huyo mzazi ndiye aliniokolea. So after ulikuwa serious ama ulikuwa jokes? Nilikuwa tu serious hivi. Serious ulikuwa unazungumza hivyo kwa sababu wajua
hiyo kizungu sijui ni sagini ama ni Otenya aliulizwa. Why are you coming late? The father was very mrambika. The road was mrambika kwa sababu hiyo time it was a Monday by the way. Na Monday unajua lazima uongee kizungu. So kuna vile ilikuwa inanikankanya hiyo time manze. Naleta nooks manze. So hadi nasema saa kizungu. So nikasema the best way ninafanya acha ni make a joke lakini kiwa serious ndio kama mwalimu atanisamia. Juvius mwongee msiongee automatic utachukuliwa mahali utengeneze vizuri uende saa kupafuni uoge tena urudi. Ndio mwalimu akaniambia juu leo ni Monday ulikuwa unafanya kisamu enda kwa darasa. Na akaniambia usisahau kucherate and remember the time is around the corner. Hiyo ilikuwa wakati unajua saa mtihani ilikuwa na karibia ya form 4 ya kufunga mashule nini. So akaniambia enda tu kwa darasa. Mimi nikaenda nikakaa kwa kona makosa na kaanga hapo mbele. So ndo anaingia akaniuliza wewe Piento tena umekaa kwa kona mbona ukatoka hapa mbele? Namwambia mwalimu you told me exam is around the corner, that's why I'm sitting around the corner. Exam ikikuja at least niambatane nao. Nikaona ameacha tena mlango wazi. Mimi ni nani? Si nikakimbia nikafunga mlango. Akaniambia pana why mbona unafunga mlango? Kumwambia mwalimu remember you told me the time is running out, that's I'm trying to close the door. Ndio sasa sikimbia. Mwalimu alipata kicheka akaniambia wewe enda uniongoje kwa ofisi. Wakatana na principal na walimu wengine. Hapo ndio wakasema kijana you have a talent vile ujui mali una deliver ujui mali unaitumia. Naitumia. Ndio wakanieleza unafaa kuitumia hivi. Wakaanza kunipea ile chance ya kwenda drama. Pia mimi kujaribu. Sasa hapo time nilikuwa naenda drama kulikuwa na ma comedians wanafanya the same thing. Lakini sasa ndio time yangu nilikuwa naogopa nitaweza kweli? Mimi ni comedian. Wanafunzi shuleni wamenizoea naweza wachekesha lakini kuchekesha audio ya 2000 ama 3000 audience check hiyo audience manze. Na ilikuwa first time yangu perform kwa hiyo audience. So kulikuwa na comedian kutoka Kisi School, Sameta mahali nilisoma bado, mashule kubwa na unajua vile wamefunzwa. Na hapo hii shule ya nyumbani hakuna mwalimu anaweza kuambia kesho mnaenda drama kuja hivyo, hiyo ndio unafaa kuongea hivyo tu. Mimi kitu nilikuwa nasaidia nilikuwa naangalia Churchill show. So kuna ile content naona wale wanafanya lakini kwangu nakuja na my own content. Unapiga mix hapo. Napiga tu mix kadogo. Juu nilikuwa napenda MC Trick by the way. MC Trick rafiki yangu sana. Tulijiona tukiwa Nairobi after nilikuwa naenda kwa papangu Kawa West. Mali papangu alikuwa anafanyia kazi. So hapo ndio tulijiona na Tricky. So that's why jina langu imekuja Piento. Watu wengi wanashindwa Piento ilikuja aje. So Piento ilikuja after time nilikuwa nachekesha watoto shuleni ama nikiwa wananichekelea. So kuna mwalimu mmoja alikuwa TP. Nilikuja kaniambia wewe sasa unatupia ile kimali imefikia. So nikakasirika naye nikamwambia mwalimu basi kama mimi niende na kusumbua basi acha pasi nikae Panado. Kumbe nimemake a comment tena naambia mwalimu. So na Panado ikaanza. So wanafunzi wakiniona wanasema wewe ni Panado. So nikasema mimi ndio yao. Panado likakuja hivyo. Lakini Piento ni MC Trick alinipea. Rafiki yangu sana. Ndiye alikuita Piento. Ndiye aliniita Piento. Jamtu tunakaa Nairobi at that time. Hata yeye akuwa comedian. Hebu translate hiyo Kichina. So bro, nataka kukaribisha Dan na kumshukuru vile ametuleta mashabiki na vile wanatuendelea kutupatia support. So unajua vile unafanya, wakaribisha waambie bla bla kabisa. Piento Jonte. Kwanza kabisa tunashukuru sana Dan kwa kutuleta hapa siku ya leo. Unajua ni furaha sana kufika hapa. Na wanaotazama pale nje. Tunawaambia msisonga hata kidogo, ndo sasa mambo yameanza kunani. Shiko foku mkoa. Enda pole. Mwanzo unajua unaenda haraka na sababu unajua pia mimi lazima nifikirie ni interpret bado. Ufikirie enda pole. Unajua ukisikia kwanza ushende ya pili. Kisho mkoa. Siku ya leo nawaambia hivi. Ikoki foshi. Usisonga hata kidogo. Mkoa. Mwanzo shifu Dan ichaukai shi shong
ama ngana yangu. Bro acha kuniangusha. Unajua unaona na haraka. Na mimi natamani nijue lugha kwanza. Okay. Tuende basi pole pole. Hata ni yani na mimi pia nijue kuzungumza lugha yako. Kung fu Kongshi. Nisema hivyo. Interpret wasikie. Yeah. Kung fu Kongshi. Leo. Kai shonka. Make sure before we depart. Imataro wega. Shonka. Tushukuru sana, tumshukuru pia na Ganoti kutela hapa siku ya leo. Kongshi. Nyote kwa kufanikisha kipindi hiki. Chintoshi ndahe. Tunashukuru sana. Pamoja. Kabisa. You have delivered the message I wanted. Nipeleka You have delivered the message I wanted. As time goes by utajua. Ile bado huyo akona yake. Pia amenifunza. Lakini kuongea ni tricky lakini sasa kuongea pia hizi ongea. Hebu weka hiyo kabisa. Partners interpret. Yangu ni tukiwa high school nilitengeneza lugha yangu. Unajua mwalimu ungefaa kuongea kitu ongea kitu katika sala lazima mwalimu asiongea nini. Sasa sisi nilikuja nikaanza kugeuza Kikisi but ni Kikisi language but naigeuza kwa lugha nyingine. Inakuja kinyume nyume. Unaanza kinyume ukienda hivi mbele. Hebu translate. Yeah. Abantu baminto. Nimesikia sasa. Abantu baminto. Ya munomo sana. Mbuya mono sana. Ngogete buya sana. Ngoba akira ngambu ya mono sana. Asoku kutukaribisha gaiga. No to support na. Hebu. Chadu kwa kwanza. Mukasu na nyo. Musuka no. Nonya. Musuka koroge story. Like tunaanza kutoka kinyume kwenda mbele. Sababu so ni kinyume kitegamizi. So ungejaribu kuongea lugha mwalimu anajua ni Mkisi sasa haizi kuuliza kama unaongea hiyo si unapewa lugha yako sasa. Si lugha ya mama. Sababu mwanza akifikira vizuri akisikiza si Kikisi lugha gani. Hata yeye ilikuwa difficult sana kuielewa. Okay. Kuna mwenye anaweza uliza ya kwamba mko na mumeoa? Jesus is the road. Anauliza mumeoa? Bado hatujaoa. Si ati mjaoa. Sema hatujaoa. Unajua huyu ananifanya nasema hatujaoa kwa sababu ni kama bradangu, ni kama naona sasa ni twin wangu sasa. As in like mahali tumetoka na mahali tunaenda. That's why nasema but individually hatujaoa. Hapo bado. Mimi kuoa sasa. Bado. Kufikia kwa hapo sasa ni macha. Kuoga mwili ama anyway, twende jambo lingine. Mkapatana clip mlifanya nyinyi wawili, ya kwanza ilifanyaje? Amazee ilifanya poa sana na ilifanya ilikuwa gani hiyo? Ilikuwa clip moja by then. Sasa hapo tulipomaliza mashughuli zetu huko nyumbani, yani huko shuleni, basi tulipatana hapa nje. Alinialika yeye mwenyewe kwake. Tulifanya kwake side za Keroka, mbali anaishi Keroka. Ndio tufanye clip kwanza kabisa. Na ilikuwa gani hiyo? M-Pesa. So kuna vile nilipatananga na dem fulani, udem nikamknock na yeye akaninok. So after hapo nikampea na wewe ulimknock. Pia yeye sasa akaninok. Mimi nilimknock wa kwanza, nikamwambia nimekunoki. Akaniambia pia mimi nimekunoki, tukanokiana. Unaona sasa? So kwa sababu ya kuna ile unasema jua tutapatana saa hii, for more information chukua namba. So si nikampea namba yangu. Manzi udem alinikosea. Wiki mbili aje nipigia simu. Alikupea namba ukampea namba? Mimi ndo nilimpea, yeye akunipea. Sasa I was expecting atanipigia juu nilimwaminia, nikasema yenyewe nimeangukia mali safi. So from there wiki mbili hakuwa amenipigia simu. So hiyo kitu ikanikura kichwa, nikasema nitafanya aje? Nikasema acha nipigie bro Jonte. Nikampigia simu nikamwambia bro, ipo kuja hadi hapa. Utanipea advice gani? Kuna mtoto fulani nilipata, nikampenda tukapendana. Nikaona tu amenionyesha mapenzi. Lakini sasa jai nipigia simu, nitafanya aje? Baida bro alinjanua, kaniambia hii ni kitu rahisi. Pigia Safaricom simu. Usiogope, pigia Safaricom. Uambie kuna mtu mwenye ulipea namba akurudishie namba yako. Naitwa hivi na hivi akurudishie namba. Ama wenyewe akupe namba. Sasa mimi nikapiga simu Safaricom. Hello Safaricom. Kwa majina naitwa Piento Panado. Niko na shida. Uko na shida gani?
kuna mpenzi wangu nilipata kwa njia, nikampenda. Nikampea namba chao nipigia simu. Sasa mimi ningependa Safaricom kwa kupenda mnirudishie namba yangu. Kwa sababu mimi sioni hata matokeo. Manzi Safaricom waliniuliza, "Bro, unatumia pangi?" Kamwambia yenyewe mimi natumia pangi. Lakini Equity ndio na saving pesa yangu. Akaniambia hapana. Unatoka wapi? Nikamwambia natoka Kisii. Akaniambia wewe ni Mkisii na unatumia banki ya Equity Ifa Kisii kan kisa Kisii ni Kisii. Why can't I kisa Kisii ni Kisii? Asa Kisii ni Kisii, kisa Kisii ni Kisii. Wakanikatia simu. Sikuwa na raha kusema. Nilikasitika sana. Nilikwanga huyu jamaa majirani ndio walikuja kumsaidia. Ndio sasa Safaricom watanirudishia achi namba yangu. Na expect amenipea advice poa. Kumbe aliniangusha. Mchana mwenyewe hadi wale waje naye. Tujaipatana hadi wale. Ndio nikasema sichaoa. Lakini ulimwogopesha kwani? Bana hapo wewe mwenyewe. Kwani nilifanya nini? Alikuogopa? Nilifanya nini? Maumbile. Kwani si nilikuwa sama ndege. Tulikuwa na miguu ya left peke yake. Kwa kusema ukitembea kwenda huku mtu anadhani unaenda reverse. Sikia video anasema. Of course yeye nilimdunga dunga. Lakini si kupenda kwangu. Hii ni kasi ya mami kunipikia kuku ikiwa na manyoya. Unajua watu wengine wanasema Piento ako na ndefu nini. Unajua hii ni kasi ya mami kunipikia kuku ikiwa na manyoya. So after kunipikia kuku ikiwa na manyoya, sina kuja. So sasa manyoya ndio yanatokea kwako sasa. Okay, ikafanya vizuri. Kafanya tu vizuri. Nataka sasa mtuambie safari yenu ya kuingia kwa Papa Antivirus Show. Ilikuwa namna gani? Safari ya kuingia kwa Papa Antivirus ilikuwa ni cha nyingine mlevo sana before tuingie huko. Tuliyapitia manze. Hapo ndo nilijua ukitaka kitu lazima ustruggle. Lazima ustruggle ndio upate kitu kizuri. Hakuna kitu kizuri kinakuja hivi. Lazima usweat manze. Lazima usweat. Vile tulikuwa tunaendelea kufanya, kuna vile mashows zilikuwa zinatokea manze. Kuna show fulani kama mtu fulani. Mazina mteng sana kama mtu fulani mahali yako. Kuna hii nini wanaitaje? Hii ukisupportiwa eti ukipiga interview, yani ukipiga comedy sponsor dio. Sponsorship. So kuna vile tulikuwa tumeitwa hapo hivyo. Ilikuwa Eco Resort. Akaniambia bro, kuna vile nimeona kasi yako YouTube wewe mbaya sana. Hebu kuja upige hii stand up comedy manze. Alafu tuone kaita pick. So after hapo kuenda huko, kumbe Mungu akikufungulia milango anakufungulia. Mimi sikupuusa. Nilienda hadi Eco Resort. Manze fare ilikuwa difficult lakini nilichikakamua manze. Nilipiga konda pale nikapata fare. Nenda hadi huko Suneka. Kwenda chini kidogo karibu na Uyugis. But ni Kisii. So kufika pale tulikuwa na akina Demosa, kulikuwa na comedians wengine wengi sana. Lakini Mungu ni nani? Akacheza kiyeye. Mimi pale nilikuwa nimejiandaa na content yangu mzuri sana. Demosa akapiga, katoka stage. Hapo ujue kuna award. Na Demosa nilikuwa namsikia. Na kuna ma comedians wengine walikuwa hapo watafu niliko. Vile nilikuwa naona. Acha nifike stage nipewe nafasi. Kupika pale nilipika comedy fulani, pia mimi unajua ilikuja automatic yenye nilikuwa nataka kupika hii kukuja nikapika yenye ya audience yenye niliona huko. Kitu ya kwanza walikuwa wameweka wimbo ya Otile Brown. Watoto na pombe. Sasa kufika pale kulikuwa na wasichana, kulikuwa na watu wazima, kulikuwa na wamama. So pia mimi nikafika huko nikauliza, nimesikia Otile Brown akisema watoto na pombe. Watoto wako wapi na pombe? Anafaa kushikwa. Jua watoto anaimba na pombe siwaoni na watu wenye naona ni wasichana wanadansi na pombe. Watu wakacheka. So from there kuna clip fulani kama mtu fulani unajua ni mtu mwenye anapenda kuimba ile kikisidib. Kafe kitokea hivi unasikia anapiga hivi. So kuna hii clip ilikuwa comedy ilikuwa nimemtengenezea. So kuna hii wimbo yenye ilikuwa imetrend sana. Siku moja pale mbinguni Shetani leta nyokonyoko. So nikaona mtu mmoja anaweza piga hii korapo Kisii kama mtu fulani. Tutasikia akisema omega yake. Siku moja pale Nyambera. Tondo vikaboka. Nechi sanduki mogongo. Hata sikumaliza. Manze aliamka hivi akaniambia achi hapo. Hii kitu imeisha. Na hivyo ndo nilitoka stage nikasema kumba hapo kulikuwa nature te
kulikuwa na watu wengi, kumbe hii vitu ilikuwa imetumwa online. Kumbe tulikuwa live. So kutoka hapo kurudi nyumbani nikasikia watu kusema kuna msee fulani anaitwa Piento. Hiyo time tulikuwa na Jonte, lakini hiyo time Jonte hakupata fare ya kufika pale. So nikaenda kumpresent juu rogo yetu ilikuwa Jonte Piento. Hivyo ndo tuliamua. So kufika pale kwa piga tu kurudi. Saa kulikuwa na auditions za Ndisi TV. So kufika hizi auditions ya Ndisi TV zikatupita. Nikasema nitakuja kufanya aje nyingine Ndisi TV. Kwa sababu unajua hapo after corona ilikuwa imeingia. So hakuna ile kuact tena stage stand up comedy, watu wamejaa huko audience nini. So hapo lazima utafute kitu ya kufanya online ndio watu waendelee kukutambua. So nilikuwa napendanga kufuatilia stories za kina Antivirus, Okiondo, na kina Osoro na wengineo. So Antivirus alikuwa ananivutia sana vile alikuwa na deliver message yake. Osoro sana. Lakini unajua kuna hata mkaya makarakta wengi, kuna ule unapenda unasema manzee huyu nataka kuwa kama huyu. So nikaanza kumtafuta. So after nimeanza kutafuta Antivirus, kumpata si virahisi. Ilikuwa virahisi hivyo. So nikakuja nikapata namba yake. So nikampigia simu. Nikampigia simu nikamwambia bro, mimi ningependa niwachuni hapo Ndisi TV. Nitafanya aje niwachuni Ndisi TV? Akaniambia bro, kutuchuni Ndisi TV tutaona ni kazi gani wewe umefanya mwenyewe. Kama uko talented. Juu sikuleta mtu hivi eti anataka kuact hapana. So akaniambia atanipea interview kidogo. Akaniambia kitu ya kwanza chimake tu kwenye watu wakujue, wajue ni comedian, wajue ni nani. Watu wakikupenda enyewe pia si tutakupenda. So nikasema ni kitu gani naweza fanya. Nikatafuta Jonte nikamwambia hapa kuna ahadi, si lazima tuende Ndisi TV. Hebu tupige comedy yetu hivi online tuone kama tunaweza make. So Jonte yeye ni nani? Akakuja kufanya clip. Kuna clip fulani alifanya hapo Chaberi. By the way, kwanza clip yangu ya kwanza ilitembea sana, kuna ilifanya hapo Chaberi. Juu by the way nilikuwa napenda hapo Chaberi sana. So nilikuwa napenda kutumia jina lake nikideliver message yangu. So hiyo clip ilikuwa hivi, yani sasa mimi ni mmeo hapo Chaberi. Sasa hapo Chaberi ameamka ameenda asubuhi na koti yangu ilikuwa nimeweka mahali sasa kwa nyuma tunaweza tokurara. So kumbe aliamka asubuhi akaangisha mkono kwa koti yangu kwa 50 akachukua. Sasa nilikuwa napigia simu. Aya po Chaberi, ngajuri. Amusange pagi mango tirusio. Ngo tirusio. Who did my bucket? I don't know kama mloi kama hapa Cross na mloi kama Cross neo crebu juu trend sana kisi. Nitembea sana mwanzo nilikuwa nimefanya vizuri sana. And then from there before iliwafikia watu pia. So tena tulikuja tukatengeneza clip nyingine na Piento. Ilikuwa hizo ya Otenyo ya Fetistan. Ngoma ya Fetistan ilikuwa pembeni. Tumefanya challenge. From there nilidress kama msichana. Ile sasa ndio Otenyo. Sana ndio Otenyo, mimi sasa ni msichana. So hiyo ngoma venye tulishoot vizuri ziwe deliver the message ikatokea tu creativity. Creative and then so song yenyewe ikatokea poa. From there ndipo sasa ilipotembea I guess. So from there hapo unajua ndio sasa ile kitu unaitwa patient pace. Ndio Antivirus akaniambia unajua hata nilikuwa nimesahau sasa kuna ile hadi nimeaidiwa. Lakini nilikuwa nakumbuka one time nitakuja kwa kitana Antivirus. Aita Ndisi TV ama mahali kwingine. Ndio akanipigia simu akaniambia bro uko wapi? Kuna vile nilikuwa napenda unitembelee siku fulani. Hakuniambia ni kitu gani hiyo. It was like a surprise. So to akanita hadi Kisi Town. Nikasema stand mimi peke yangu, acha niambie Jonte. Juu brother yangu. Wana kuambia Jonte, kumbe Jonte the same story ananiambia, is the same story. Sasa tunaambiana kitu yenye tunajua. Sisi ni nani? Tukafika habari Kisi Town. Tukaenda mkawa fulani hapo hivyo, tukameet, akatupia congratulations. So tulistuka asin hiyo challenge ya Fetistan vile tulideriva alipenda. Pia akatupenda. So kumbe alikuwa anatufuatilia. Kumbe ndio nilijua kitu kazi unafanya, usione ni kazi vivi. Kuna watu wanakuangalia, waone uko serious na hii kazi. Manza hapo ndio alituambia
anafungua channel yake, so angependa tupe platform ya kusupport kama upcomings. So hivyo ndio tuliingia kufika bare, tukapiga 1 2. Ikuwa rahisi, ni changamoto, ikuwa rahisi. Tulijisukuma tukachikasa kisapuni hadi tuka deliver message. The main thing ku deliver message ndio enyewe watu wanasema enyewe uko na talent. So from there as time goes by ikaanza kupick Papan's Vera show, ikaanza kupick. Watu wakatupenda, yani hivyo the moment there you go the cool become. Hapo sasa ndio tuliingia hivyo, yani tulijipata tumeingia hivyo, hata si tu atuamini kama tuko huko hadi sasa. Na ndoto yako ya kuact na Papa Antivirus ikatimia, ndoto yako ya kuact na Bochaberi ikafika. Wakati ulifanya clip ya kwanza ikapostiwa kwa Papa Antivirus, clip yenu ya kwanza mlihisi vipi? Unajua by the way kitu inaweza kufanya ufurahie sana ni feedback from the audience. So tulipotengeneza clip, by the way, okay, it was my first time kuact na wale, unajua, okay, for the first time na act na wale sawa watu wakubwa wale wamezoea, wamebobea kamera. So unakuwa uko hapo tu unamulika tu na kamera like you are yani unashia mpaka kuna record kama but we manage anyway. So from there clip ilipowekwa online, then we saw the feedback za watu so yani by the hizo comments zina keep us moving. Hizo comment baza sama mnaweza keep it up, so tukaamua tukaona kumbe tunaweza tena jambo nzuri sana. Hapo sasa ndo tuligundua tuko na talent tusiralie. Saa zingine ilikuwa inafika tunasema hiki kitu tuache, lakini Antivirus anatuambia hapana, mnaweza. Mnaweza. So kuangalia kumbe si anatuambia peke yake, kumbe kuna audience. Kitu ya maana ni audience na mashabiki, yani mashabiki wenye wana watch ndio wanasema unaweza ama uweze. After tumeona hapo tukapiga kasi. So kutoka hapo tukavumilia hadi mahali tumefika. So ndio tunasema mfumilifu rambifu. Tunashukuru sana kupata mtu anakupea platform. Si virahisi sana kwa sababu kuna maneno fulani sitaweza kuyatacha hapa. Tulikuwa so far by the way Papa ndo amefanya tumefika by the way. Because kama si yeye maybe kama hatungefikia maybe tungekuwa pale tena tunajisukuma maybe tungoje siku yetu itafika lini. But by God's grace hiyo siku sasa ilifika, and then we thank him so much because ametupea platform. Tumefika kiwango hicho tumefika. Manze juu ametuinua sana, juu pia yeye amechangia sana pakubwa. At least watu wamejua Piento ni nani, watu wamejua Jonte ni nani. Sana at least ile comedy yenye nilikuwa nayo nimedeliver, ile ndoto yenye nilikuwa nayo at least nimeona imeanza kuwa true. So Papa na Bochaberi mali wako tunasema thanks. Okay. Changamoto zipi ambazo mmepitia wakati umeanza kuonekana, watu wameanza kuwajua ukipita mahali Piento Jonte, changamoto zipi ambazo mmezipitia? Kwanza changamoto ya kwanza after umejulikana, mtu akikupigia simu ama maybe ulikuwa umeacha kwa charging ama unafanya shughuli fulani, juu si time yote unatembea na simu. Mtu anakuambia kuna pride, kuna maringo, umefika. Hiyo ndio maneno tunapewa. Lakini mwenye uko huko ndani wewe ndio unajua aje wewe si maringo. So hiyo ndio changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili, sasa kuna vile manze ukitwa mahali ukose kwenda, wanasema unalinga juu wewe ni star, maybe wewe uko hivi unaonekana. So ni changamoto tu mingi, maybe maneno mingi watu wanaongea. So hizo ndio changamoto. Okay, na ni kipi ambacho yani acting imewasaidia vipi kufikia size? Okay, like what I can say for now, me for sure I feel comfortable of what I'm doing now. Juu size at least I'm somewhere. Najua besides anything, kwa kile kazi nafanya at the end of the day you expect something good. Like kuna matunda by the way. Ni matunda tunashukuru, hata ukipata kidogo unajua kwa kazi unayofanya lazima upate mavuno. Kuvumilia tu kidogo and then keeping more effort, kujisukuma sana. Tunashukuru Mungu kwa unajua for now at least watu wametujua pale nje. At least unajua unaweza pata maybe kama
unaweza kupata tu kwa kazi kidogo. Yani maybe unajua ukijulikana unatafuta wewe mwenyewe, watu wanakutafuta, and then from there unaweza jipata kitu kidogo. Yeah, juu kuongeza nao vile Jonte amesema, unajua kuna ile kitu inaitwa step by step. When God say yes, nobody can say no. Yeah. So kuna vile unasema, unajua ukianza tuseme unapanda mahindi, usipanda leo mahindi alafu utarajie kesho. Hapana. Unapanda, unapalilia, after hivyo ndio unapata. So tunaweza sema kwa mahali tumefika, in step 1 ama step 2 ama step 3. Kitu ya kwanza ni watu wameanza kutujua. Kitu ya pili chenye tunataka bado kitafika. Bado mko on the process. We are the process. We thank those people. Unajua watu ndio wamefanya pia tumefika. Yeah. Tumefika watu our fans by the way. Yeah. Okay. Asante sana mpendwa mtazamaji, dakika 20 na shapa. Anyway, asante sana mpendwa mtazamaji, dakika zimekatika 27 aji ya saa 4 majira ya Afrika Mashariki. Naona Nyamwembe TV yuko pale, asante sana. Kerbo actress wote wako pale. Nilikuwa nimeona Danny Boss akisema kwamba nyinyi vijana mnafanya kazi nzuri, wacha Mungu awabariki sana. Na wakati ulikuwa Cardinal ulikuwa dormitory gani? Dormitory was in Sakawa. Okay. Mwalimu Duncan Omwenga alikuwa dormitory ya Sakawa. Asante sana. Mpendwa mtazamaji, nimeweka link hapo. Moja kwa moja mpendwa mtazamaji, kila ambacho unastahili kufanya, join hapa moja kwa moja ili ukawaulize maswali. Kama ni kuwapongeza wapongeze, ili tuone mambo inakuwa namna gani. Bomba tena zaidi, Mogetutu Floor, wote wako pale wanasema kwamba mambo iko sawa kabisa, na ni vizuri tena zaidi kusupport talent, kusupport watoto wa nyumbani, na inakuwa ni vizuri tena zaidi tukishirikiana kwa umoja ili tuhakikishe ya kwamba yote imekuwa sawa kabisa. Na kama uko na moyo wa kusupport hawa vijana wapate maji, ili wapate hata transport ya kurudi nyumbani, namba ya simu ndio hiyo, John Onyancha 0792477941. Asante sana mwalimu Danny Boss. Nasema ya kwamba nilijua tu na yeye alikuwa hapo Sakawa tu, next to the dining room Pamsosi. Asante sana vizuri tena zaidi. Naona Mogetutu France anasema, anauliza ya kwamba uliza Jonte kama hako people. Ile swali tulikuwa tumejibu. Penina anasema kwamba niko ndani. Asante sana. Meanwhile nangojea watu waingie hapa na hiyo link wa join, muulize maswali ama mpongeza hao vijana kwa kazi ambao wanaendelea kufanya vizuri tena zaidi. Nyamwembe TV anasema kwamba hao ni wazito sana. A big up, kazi safi sana, asante sana. Mwingine hapa anaitwa Kiribu Actress, let's go to their channel guys, we subscribe and support them. Channels zenu zinaitwaje? Yeah, tuko na channel mbili, hiyo kana yake na mimi niko yangu. Ya kwanza inaitwa Jonte 254 Entertainment. Alafu na yangu inaitwa John and then you add TE. Yangu inaitwa Piento Panado. Piento Panado. Bewa Panado. Asante sana. Mwingine hapa anaitwa Wycliffe Omambia na kucheki. Asante sana Papa Antivirus, na yeye yuko hapa. Nancy Mora pia yuko pale. Vizuri tena zaidi The Rasta Chueya, na yeye anasema kwamba yuko ndani. Cyprian Oenga yuko pale. Kevin naona ya kwamba ana join hapa but haja connect vitu zake vizuri, ndio maana haijamruhusu kuingia kamili. Asante sana Yabesh Salmi anasema kwamba papa na kuona. Asante sana Mali Safi, Millicent Ferdinand, wote vizuri tena zaidi. Lilian Makori asante sana. Becky, wote wale ambao wametuma jumbe zao hapa, kina Malak Joel wako pale kuwapea motisha sana. ABC ba actress yuko pale, asante sana. Okay, Kefosinde, wote Nyamoita, PBS Kenya Entertainment, asante sana. Eldenyangaresi, Irene Momanyi,
wote wale ambao wametuma jumbe zao kuja hapa. Tunashukuru sana. Jeffrey Nyamwe, wote wako hapa. Kina Jeffrey wanafanya kazi nzuri tena zaidi. Wacha nipate Nyamwembe hapa mzima Mworoke, ili tusikie inakuwa namna gani. Mworoke siku fulani nimetembea, nimempata hapo shule yao, ndio nikakuja kushangaa kumbe ni yeye. Anyway, acha tusikie namna gani. Mworoke Yaje. Fresh sana baba. Umenipata off guard bana, hata sijavalia t-shirt, watu wasishangae sana. Haina noma. Alex, au vijana tu nawapongeza, wanafanya kazi safi. Tunashukuru. Na wazidi kuchapa kazi kama hiyo, sababu industry ya sasa inahitaji vijana ambao wanahitaji kujituma na wazidishe ubunifu. Kabisa. So wanapanga kufanya nini after this, sababu is it possible kila mtu afanye kazi yake bila kutegemea mwingine? Kwa sahihi tunapanga kufanya makubwa tukiwa pamoja, kwa sababu hatujafika ile time ya kujisimamia. Sasa tuseme wewe enda kaskazini ama magharibi. Kwa sahihi we are one thing. Siku ikifika tutafanya bado kifyetu, but tukiwa pamoja. But we want to move together. But we want to move together like ukiona Jaras wakati walikuwa na Alex Makideo, after umemake wakaenda huko, at least kuna nguvu ya kujisimamia. The same case with my boss Papa Virus, time walikuwa Ndizi TV, uliona vile walikuwa na Ukiondo. So after wamepata nguvu ya kujisimamia, kila mtu anafanya kazi kivyake, so at least saa hii wanaweza kuja pamoja wasaidiane, lakini kila mtu ako na ile nguvu ya kufanya kazi. The same case with you Nyamwembe, wakati ulikuwa kwenyu, after ulipata nguvu ukasema hata sasa uchenge kwako, ukaamua kuaje wasasi wako, lakini you are capable. The same thing, yeah, kitu kama hiyo. Okay, nimeshukuru. Otherwise sina mengi, na watakia tu mazuri hapo kwa studio. Yeah bro, tunashukuru sana wazi. Moro Kenya, asante sana mazee. Kama huja subscribe Nyamwembe TV, pia yeye anafanya kazi nzuri kule. Hebu tusapotiane, tusukumane ili tuone mambo itakuwa na maana gani, kwa sababu umoja ni nguvu, tengano ni udhaifu. Asante sana. Nilikuwa nimeweka link hapo, watu wa join hapa, muwapongeze ama muwaulize swali lile ambao unahisi ya kwamba unaweza wauliza wa kujibu moja kwa moja. Asante sana. Mwalimu Danny Boss anasema kwamba for now they are now acting together like conjoined twins. Asante sana, vizuri sana, wanafanya kazi nzuri, tunakubali. Asante sana Damaris Kerubo. Wow, nice to see Jonte na Piento. Kevin anasema kwa ni kama my wifi inasumbua sana, ukitumia data inaweza kuja vizuri tena zaidi. Asante sana Nyamoita. They have become brothers indeed. Adi majina inani convince. Okay. Eunice Kemi aki wako single walai. Kuna mtu amerukwa kipetero kia Yesu. Mulisema ya wacha tusaidie tufunike hii mapema ama ni Piento? Umeruka mtu hapa? Kuruka ya kwamba ama tuseme ya kwamba hivi ni ile amujaoa, hatujaoa, lakini hayo mambo mengine hatujajibu kama mna date ama bado hivyo. Sasa hapo ndio umeweka vizuri. Sasa mbona mwekewe pressure hapa? Anyway, asante sana. Kama uko na swali moja kwa moja, tumia hiyo link ambayo nimerusha hapo ili ukawaulize swali, tuone inakuwa namna gani. Na wale ambao wanataka kuwa support moja kwa moja, msikuwe na wasiwasi. Namba yao ya simu ndio hiyo, John Onyancha 0792477941 ili muongee na wao moja kwa moja. Nimeona mtoto sitaki kusema sana, wacha kuja hapa ili tusikie sema namna gani. Habari yako? Poa sana, mambo? I can see my people, Jonte and Piento. Mambo? Poa sana, tunashukuru. You people, you are doing great job. I salute you. Yeah? So you know you are my people. I'm happy for you, and I know you are going fire. Yeah.
Lakini Piento uchunge usiniroge pia. I'm scared. Unaweza niroga ukiwa na Jonte. Sitakoroga saa. Lakini nitakutibu bado as time goes by. Kama unahitaji dawa mimi. Anytime. Ukweli? Yeah, anytime. Ikae usiku, ikae mjana, ikae mara kwa Obama, tuko pamoja. Okay, then in fact, all I can say thank you to Papa and Firas. Even me, I'm a living testimony. Even Piento wanajua na Jonte. But they and Firas, you are doing a great job. Continue supporting young artists from Gusii. Yani, in fact, and Firas is a simple man I've ever seen in Gusii land so far. The person who also shaped me. And Firas, I'm your product, and I always keep on saying I'm your product. Thank you so much. You support entire and hata kama mtu amekosea somewhere, you are always there kumwambia hapa umekosea, hapa unafaa kufanya hivi. Sababu sisi wote tunasoma, hakuna mtu ako perfect. So, and Firas, you can see your products, so they are shining. Kabisa. Oh, sijui nimepotelea wapi. Tunakusikia sauti but imeang tu picha. Oh, sauti mnanisikia? So good job. Continue doing what you are doing. Okay, asante sana Cyprian Oenga. Nimefurahia sana. Asante sana kwa shabiki wenu namba moja. Wacha nimpate beki. Ayamune. Sana Jonte na Piento saseni. Salama sana. Poa sana. Mnanipata? Tunakupata poa. Mnafanya kazi poa. Tunashukuru. Mnafanya kazi poa kabisa. Mungu awabariki na muendelee na hiyo roho kabisa. Tunashukuru. Asante. Okay, asante sana. Huyu anaitwa Beki. Anaelewa ile ya Rift Valley kule katikati. Anyway, nzuri sana, asante sana. Gregory walai wanarukwa mabebi wao. Jamani. Si we kama uko tayari. Kama wewe uko tayari, sema ya kwamba niko hapa najitetea. Sitaki kujua kama kama yuko ili waone mambo itakuwa namna gani au sio? Kabisa. Hakuna kuuliza ya kwamba kuna mwenye ako hapo. Wewe kuja alafu jitetee personally ndio tukwambie. Uweze uliza ya kwamba kuna mtu ambaye anaweza toka hapo. Wewe apply kazi, mimi naweza fanya ABCD, alafu kesi baadaye. The same thing. Unaweza ambiwa kwamba kesho kuja kazi. Kabisa. Wacha tupate Zach Enos. Sikia anasema namna gani na yeye. Vipi bro? Zach. Okay, anaendelea kutafuta. Asante sana. Irene Mumanya anasema kwamba application zitakubaliwa. Wewe apply kama uko na uhakika ya kwamba mambo itakuwa bomba. Unajua na namba yangu ya deputy hapo. So hapo sasa hivyo ndo utajua ni aje. Zach. Habari yako baba? Sauti yako iko chini ama uko mbali na Poa sana. Ya, nimefurahia kuona. Tunashukuru. Ya, habari ya Jonte na Piento. Poa sana, njema. Tuko salama. Congratulations bro. Kazi mnafanya hapo ni nzuri. Thanks bro, pia tunashukuru kwa your support. Okay, continue. Okay, thank you so much. Okay, alright. Hiyo anaitwa Zach Enos. Yuko pale kabisa, anasema kwamba kazi iko bomba tena zaidi. Kevin. Mazee, hatuwezi kupata, lazima ufanye kitu hapo, ushughulike kufanya jambo pale ili tuone inakuwa namna gani. Kama hauja join, uko na swali unataka kuuliza, kuja moja kwa moja kupitia hiyo link iko hapo. Wewe una click hiyo link, inakuleta moja kwa moja live
ili ukaulize swali ama ukazungumze moja kwa moja na Piento, Panado na Jonte. Kwa naangalia clip fulani pale, sijui ni ile zininizi ya kuuzia nguo, zile za kuuzia nguo, jamaa alikuwa naota bwana. Kustuko napata ya kwamba anyway, ni vizuri sana. Asante sana, kazi nzuri tena zaidi, na ifurahia sana watu wakifanya kazi nzuri, nao tunashukuru. Na kuna watu ambao wanaweza kuwa hawafurahi kitu unafanya. Naona gere tu. Wivu tu inamsumbua pale. Hawezi appreciate hata kitu kidogo. Unajua mambo hata Mungu alisema it's good to have enemies by the way, for sure. Ya kwa kila kitu, kwa kila jambo nalofanya, si watu wanaitikia kwa jambo nalofanya. Not all people appreciate. Ndani umenikumbusha mbali sana juu like kitu like na feel kulia part. Vile umesema hiyo kitu imenigusa. Time nilianza comedy na nilianza huko nyumbani. Uko sasa unajua watu wengine walikuwa nasema mimi ni wasimu. Sikumaliza madawa kutoka Matale. So like uliendanga Madhare? Sikuendanga, lakini matesi yenye walikuwa wananipea. Sasa unaambiwa wewe ni wazimu kumaliza madawa. Manze vile walikuwa wananiambia au wako nipea moyo. So like siku give up, nikasema one time nitakuja kuwa ipo siku. Siku hizi bro nakwambia msijengo ikisomwa NTV Citizen ama ukiniona Papa and Virus wapi stream kama radio, wanasema wewe ni wa kwetu. Sasa umekuwa wa kwao kwa sababu madawa imeisha kwa imeisha Madhare. So mimi nashukuru my enemies na watu wenye wapendi kazi yangu. Juu ndo watu wanafanya kazi kubwa zaidi. Wananipea motisha. Wanafanya nimefika mahali nimefika. Juu ya kuendelea na huo moyo, ndio kuwaprovia aje. Sivyo vile mlikuwa mnadhania. So nawashukuru my enemies. Asante sana kwa kunipongeza. Waadui wako hapa kukufanya ukae strong kabisa. So wanafanya kazi poa na Mungu asidi kuwabariki. Hivyo ni vizuri tena zaidi. Tunaona zimekatika dakika 43 juu ya saa 4 majira Afrika Mashariki. Bado tunazidi juu ya msanii wako Piento na Jonte wako hapa na kazi wanafanya ndio hivyo. Kama unaona ya kwamba mtu afanye kazi vizuri vile unataka, you make one. Enda inbox yake mwambie kwamba hii ukifanya hivi unaweza enda mbali. Si ati kuweka public ya kwamba umefanya ABCD, watu wenye wivu, lakini hiyo nasema ya kwamba ni mapepo tu, mawimbi ya muda mchache tu. Anyway, asante sana Cyprian Oenga. Nasema kwamba my people, wacha kusema ukweli. Enemies washasikia. So tuwate kuzingatia. Asante sana. By the way, ni vizuri kuwakumbuka ya kwamba nanyi muna exist, tunawasalimia. Na tunawapenda. We love you so much. Piento na Jonte. Kuna kitu ambao mnasema ya kwamba mtu tu Mungu atoe mtu awasaidie, mnaweza furahia sana. Kabisa. Kitu gani? Asa before anything, ile jambo tunafanya hizi mwanzo kama kutengeneza product sana, yani before kugather content lazima ushoot, si ndio? Before lazima ushoot. Maybe for now tunatumianga by the way, tunatumianga tu simu, maybe sometimes tunasaidiwa once camera na Papa and Virus tunashoot 2-3, lakini sasa hapa tunasema there's a lack of ile cameraman, vitu kama hizo. Alafu kuna ile unasema maybe umeitwa shoot mahali fulani, so yetu individually. So kuna vile tunasema so kama una fair kitu kama hizo, like hatuna kasi huko nje, hakuna kasi tunafanya. Tumewaitwa kama ya mkisi walituita, so like nikakuwa challenge manzi itatupita hivyo juu ya fair. So kuna vile tulikuwa tumeitwa audition ya KTN Taranta mtani, vile ilikuwa inaanza ilitupita just because of fair. So like tupate mahali tunatoa income at least sana hiyo kitu itatusaidia. Of course tunafanya hii bado ijaanza kutoa ile matunda, maybe mtu unaweza sema sasa nimesimamia nimekuwa comfortable na vitu kama hizo, lakini hata kidogo tunapata tunashukuru, ila yani haitoshi. Okay, kwa ufupi umesikia kwamba vijana Jonte yuko shuleni anaendelea kusoma, but Piento yuko nyumbani hana kazi. Yeyote mwenye anaona kazi iko hapo, hata kama ni ya pesa ngapi, as long as ajikeep busy na apate time ya kufanya komedi yake, atashukuru sana.
Na kitu kingine ulisikia kwamba Jonte amesema kushuti na simu quality inakaa chini kabisa. So pate mtu mwenye anaweza wasupport na kamera pia, watashukuru na mambo itakuwa mzuri tena zaidi. So ushirikiano itakuwa poa na mambo yote itakuwa bomba tena zaidi. Acha tupate Jeremia atusiambie yake ni yapi kulingana na wageni wetu hapa studio. Ni Jeremy. Yes, habari zenu. Salama sana baba. Namna gani huko Kenya? Tuko poa sana, tunashukuru. Naona vijana ni wadogo. Yale machache nimesikia wanaanza, lakini vile wameanza ni poa sana. Tunashukuru. And naweza waambia kitu anaweza fanya ni kuwa, because they are young, wakwe attentive and care for everything. Yes. Hiyo field ya usanii nafikiri hiyo mambo yao iko na mtihani mingi kwa vijana. Lakini vile naona hizo vitu hiyo, angalau mimi mzee vitu vingine sielewi hiyo kisengie mnasema lakini nimetegea historia yenu hapa. Nikaona tu wacha niingie ndani. Huwa nakutegea sikuji ndani mara nyingi. Sasa ningesema watie bidii, wachunge. Kitu naweza sema wachunge. Najua vile wanaendelea kupopea, nasema kupopea kwa hiyo lugha yenu. Wanaendelea kufuma. Ndio temptation inakuwa mingi. Ni kweli. Sasa wachunge, Mungu atawasaidia. Mtu asaliku siku moja na kuwa mkuu wa siku moja. Kweli. You just go by steps. Kufikia hapo vile nimesikia, Mungu amewasaidia, ile kiwango amefika. Hata nimesikia wasichana sana wakiongea hiyo mchezo. Hiyo sio mchezo siku hizi. Hiyo ni serious bwana. Paka mwingine anauliza hata mwenye wacheka naye kwa barabara atasema amemuaja, hata angalau kumuuliza hata chini. Kwa hivyo wachunge zaidi. Wakwe na imani. Namtakia vizuri heri njema huyo mwenye hapo shule, atie bidii. Sababu Mungu upanga kila kitu, kila mtu atapitia wapi kupata zake. Kuna mtu anaweza asome mpaka aende university lakini hawezi pata kazi. Kweli. Kuna mwenye anaenda university apate kazi. Kwa hivyo kila mtu Mungu amepangia njia yake ya kusucceed. Mimi nikiwa miaka ya hao vijana, miaka imeenda kama 20. Mimi ni mzee, ni mwaka 50. Kari na muko saa hizi ni kari na ya ngumu, niseme more temptations. Sana wengi usema siku hizi vijana wameingia mambo ya defo. Kweli. Ili watajirika haraka. Mungu akiwasaidia hao, unajua atawasaidia wapate, next watasema wameingia kwa defo. Unajua Mungu ufungua siku moja na ile funguo yake ikiingia haikwami kufungua. Akiingiza kufungua itafungua, na wakati itafungua wanaweza toka hapo saa hizi waenda hapo wafanye kitu hapo, in the next 2 months uone hao vijana wakitembelea gari kubwa wakiwa sawa. Amen. Lakini next hao wengine wanasema watu wametoa wapi? Kuna mwenye ameanza mapema, labda hata anaanza kusema wameangia devil nini na waombea kile kitu ameambia kufanya. Kila mtu ameambia kufanya kwa roho yake. Sikwa John huyu amefalia mawani wasaidia ama nani? Ni yeye.
nakumbuka kuna kitu aliongea hapo. Hawataachana. Hiyo kutoachana nasema ndio kitu kizuri. Kabisa kweli. Sababu vile wako hivi, kuna mwenye anafikiri hata wao wasichana, kuna mwenye atapenda huyo, mwingine anapenda huyo. Sasa mwingine asione mwingine kuwa mkubwa kuliko mwingine. Yani I know you are young boys. I hope nafikiri mko miaka kama 20 hapo hivi. You are my sons. We got your message. So nataka kusema msifike mahali mwingine anaona ni mimi nimefanya kufika hapa. Kweli. Mchue mmeanza pamoja. Bila nimesikia kila mtu hapo na channel yake. Ndio? Yes. Iwaje niulize swali moja. Subscription na views siko the same? They are not the same. Kwa hivyo hiyo si waletea sisi, sababu huyu mwingine atapata subscription mingi na views mingi, lakini asirudi hapa aseme mimi nimependwa. Mukae pamoja, usiachane mpaka mahali mfika. Sasa muone sasa, wakati kama sasa akifika mtoto amepata vitu saka akienda alalamiki. Usiye kama wale watoto wanaoa leo, kesho anaenda kwake, kesho kuja msichana hako tena amerudi nyumbani. Unaona hapo? Kuna wazazi, yaani kuna watoto anaoa mwezi moja, mwezi wa pili anasema nataka kukula chakula yake kando, mwezi wa tatu msichana ametoroka, amebaki peke yake, tena anataka kurudi kwa mama. Ndio hapo. Kwa hivyo msikue na haraka. Mungu ana steps mingi. Mimi nimeonyesha niko Amerika. Nimekuja juzi ikiwa mzee. Nilianza ku apply kwa miaka 15 ilisha ndio nikapata green card. Kwa hivyo nataka kuambia wasikue kufe moyo, waendelee, Mungu atawabariki. Amen. Amen. Tunashukuru. Alafu unaniruhusu ni kuna report kingine naweza kuambia hapo kidogo. Kando na hiyo. Nimeona kuna mtoto hapo amechapwa na mzazi wake, si mtanisaidia au si mtanisaidia namna gani? Ni mzazi wake amemchapa mtoto karibu anyonge. Hapa Kisii. Nimepigia kina hiyo ndugu yako mwingine hapo simu lakini hakuchukua. Kaka hii ulikuwa umenipigia mimi hapa. Hii yako plus. Ni wewe. Kwani wewe unaitwa nani? Hii namba yako umepiga imemaliza 1259. Ya, ni wewe. Ilikuwa najua juzi kuna mwingine mwenye yako hapa, mlikuwa hapa jana, kuna mwingine yule mwingine nilikuwa nafikiri sitaki kudisturb wewe. Ndio maana nikakata sikuchukua. Labda ukimaliza tutaongea. Kuna kitu nafuata usaidie hiyo familia. Ukienda hapa labda serikali inaweza saidia mtoto. Huyo msasa anataka kunyonga mtoto, mama yake ameenda kwa Saudi Arabia na walielewana. Na mzee anataka kutumika fursa ya kuchapa mtoto kila wakati. Amemchapa, nimemweka hapa Facebook, amemchapa kinyama. Tutawasiliana tu tukimaliza kutoka hapa tu. Sawa. Natakia vijana wazuri. Inafikiri hiyo namba nitaisave. Siku ile nitakuwa vizuri, nitatoa vijana wangu ile nitaweza. Sawa. Asante. Sawa. Asante. Haya. Asante sana. Umetoa mambo ya mawaida sana. Unajua mtu akikuguide vizuri unafaa kushukuru kila kitu. Asante sana. Wacha nione Liz Queen anasema namna gani hapa. Liz Queen, habari yako? Liz Queen. Liz Queen, unmute your microphone. Okay. Watu wamesema kwamba jamaa ameongea vizuri sana. Tunashukuru. Ametoa advice. Umesikia kwamba ametafuta kwa miaka ngapi? Miaka 15. 15 years kutafuta.
Na saizi ndoto yake imetimia. We ni nani uanze kufa moyo sahi? That's why tunapendanga kusema hatutakufa kifo kishindwe kabla ndoto zetu hazijafanya ni mpaka zitimia. Asante sana. Asante sana mpendwa mtazamaji. Hiyo link yetu iko hapo. Liz Queen, unmute your microphone please. Unmute your microphone. Sawa, habari yako Liz? Kama network inamsumbua kidogo tu. Jamani. Kevin anasema kwamba Jonte, jana uliact poa pale mtoni, na ya leo wewe na okanyoni mukamwa ebikoroto ebinene bimubwete. Mulipewa okanyoni viatu? Nilimwambia mpe viatu ndio tuletee zile nguo za antivirus tucheze kisisi pale, tufanye biashara ya watoto. After nimetoka kutega samaki, so from there ile nguo ingetusaidia tufanye mambo mengine sana. Mujiite yeye, tuchite yeye, tukulie bana. Sikulia mara tunasikia kwa Ruru sijui wapi, sisi tuko hivyo, hatuwezi kufanya. Yako huko na huku na mnaendelea kukanja. Na sisi tulikuwa wafuasi wake. Kwana nguo ziko na mistari? Hapana, kama vile unajua watu wakiona kutoka mbali ile heshima. Ndio sasa tukitokea hivi, walituruka kutoka Lisabo. Akande town. Sasa yeye anaishi vizuri, si atukuli kitu. Okay. Msini na Liz Queen. Yes. Habari yako? Nzuri. Karibu. Sasa ni wageni. Poa sana. Tena ametoroka Eronde TV. Nasema kwamba network iko noma sana. Leo network inasumbua sana. Inasumbua tena zaidi. Wacha tupate Freddy. Naona Freddy yuko pale. Tusikie anasema namna gani network leo inasumbua, but suru. Freddy. Mambo. Fresh sana. Mnaendeleaje? Tuko wazima kabisa. Leo nimefurahia kupata kina Piento kwa mtandao live. Piento. Yes bro. Niaje? Aliko fiti. Anyway, mimi kutoka sehemu za Qatar na kuwa na watch sana ya kipindi Antivirus. Mwanzo tunashukuru. Yenyewe inakuanga very active and educating so much to us as a young generation. Kwangu mimi ningependa kuwaunga mkono kwa kazi mnafanya pamoja na Antivirus na timu yake yote. Na yenyewe kuna venye una act hadi maji najiuliza kama umeanza kutoka kwa uchawi umekuja wizi hadi sasa imefika penye niliona huko kwa mtoni. Naona kati na nena kuambia siwachane na rafiki yako at least ndio by the kitu ndio natua wakati unasema tia mwezi. So sasa mimi kuna swali nilikuwa nataka kuuliza. Sasa huyu nani mko na yeye Jonte, vipi anakusaidia ama chizi mnasaidianaje na yeye hadi unaambiwa at least hizi niliona amekuambia sasa at least umejaribu kufikiria lakini unasema uwezi ukamwaja? Kuna kitu gani mna share which is common between the two of you? Because mnapokuwa hata mna act tu you are the same kutoka kwa uchawi hadi bado saizi benye mko bado mko pamoja. Huo mnasaidianaje kimawazo? Kimawazo kwa sababu maybe kuna jambo fulani ama kitu fulani tunaweza fanya ama anaenda kufanya mimi individually. Before nikifanye kuna vile namuuliza namwambia unaona nikizuia ama nikipata. So we look beyond ni kitu gani after tumefanya nini itatokea. So hapo ndo tunajaribu kusaidiana kiakili, hii kitokea tutaisolve aje. So that's why tuko pamoja. So pia kuna kaupendo fulani yani uwesifanya bila kama nianza tukiwa back from high school hadi sasa hivi
Alafu sasa hiyo unajua kijana wangu hapa hawezi fanya jambo bila kuniulizia mimi, lazima aniulizie nataka kufanya jambo fulani. Nimeita place fulani unaona tunaweza enda pamoja. Yaani hawezi enda pia niache nyuma. Yaani ni vile pamoja tu hadi Mungu. Tuseme So ni kumaanisha kutoka utotoni mmekuwa pamoja tangu utotoni? Tulipatana high school ya utotoni, bado tuseme ni utotoni kwa sababu vile tulipatana na yeye kuna ile challenge tulipitia, sasa hatungekuwa na yeye lakini tulivumilia. So tukasema hii ndio target yetu na hii ndio tunafaa tufanye. So at least nikasema Mungu amenipea mtu mwenye ako mvumilivu. The same, unajua vile uko hivi na vile unaomba maybe Mungu akusaidie na kitu fulani au akusaidie na rafiki mwenye ako na hivi na hivi anakuletea. So nikaona is the best friend to be. Juu first nilitanguliza Mungu anipee rafiki mwema. Sikumchagua hivyo. Alafu unajuanga kama si wa Kisii by the way wanasema kama as human being tunasema ukichagua rafiki at least unachagua rafiki ambaye ni yule mwenye anakuelekeza kwa mfano mwema. Lakini unapoangalia nyinyi ni marafiki na mnasema mwezi achana. As in mbona huwezi chagua rafiki ambaye at least anaweza kuguide kwa ile mafikira yenyewe inaweza kuwa ni ile mazuri, kwa sababu mafikira zote zenye mnakuanga mnasaidiana kama nyinyi marafiki ni ile mafikira mbaya. Unaangalia kitu ya kwanza mlianza mambo na uchawi which is not good. Mkakuja mambo na wizi which is not good. Yaani kila kitu mnajaribu kufanya naona tu kila kitu advice mnapeananga ni ile mbaya mbaya. Mbona mwezi at least pata ile mtu at least mseme hebu tutafute mtu mwingine mwenye atatupatia advice nzuri. Pia tunaweza pata kitu kwa njia ya uzuri. Kwa hiyo ni ile tu mnataka kutumia nguvu. Unaona sasa venye mlikuwa ile mambo venye mlipatikana kwa antivirus kwa nyumba. Unaona hiyo kipindi hapo hiyo siku. Unaona venye mlikuwa mmepanga hiyo deal. Unaona? Yaani ni ile mkipanga deal mnapanga deal yenye si smart. Na baadaye mnaenda inawakosa. Mbona mwezi kupata mtu ambaye at least anaweza kupatia kitu yenye advice mzuri hivi? Tunachagua kufanya mbaya. Tulienda kuangalia tukaona papa Engondi ako na wanawake wengi, tukaona aisaidia pia yeye atatuchukua tukae kama yeye. Kuangalia ndande anakunywa pombe, so tukashindwa vile tunafanya, but as time goes by tutapata solution. Alafu pia unajua mambo hizi zenye tunazoact pale ni mambo yanayofanyika tu vijijini. Yeah, ni mambo yanayofanyika tu vijijini and like maybe it's a moral lesson, maybe mtu anaweza usiwahi iba tena. Usifanye, but that's acting by the way. Juu wasanii ni kitu cha mimi. Yeah. Okay, yeah, kwa kazi ya mnafanya ni ukweli. Okay, tunaweza sema it's like that's the examples that from the villages. I think kitu kama venye unaenda na act by the nimemiss sana. Yule jamaa alikuwa na acting kipindi kingine smart sana, na act smart sana. Sijui mbona amekaa nje for long. At least anafaa rudi ndio atoke behind the scene. Because unaenda na yeye ni mtu mwenye alikuwa anachangianga sana. I was very happy when I see him just reacting with for example nakumbuka kuna mahali aliacting na Lulu. Wakati Lulu alikuwa analia na tafuta antivirus. That guy actually worked very very smart and I was proud of that guy. So please ambia baba afanye mpanga amrudishe. Huyo jamaa arudi kwa mtandao tena tumuone kidogo. Tunammiss. Bado ako behind the scene. Ako behind the scene ile ya kwenda Nairobi. Vile alipata safari lakini akirudi Kisii atakuwa pamoja. Lakini ile yako na channel iliyopo inaitwa Engoro TV. So Engoro TV bado mnaweza fuatilia, bado kuna mambo huko ya ondande. Lakini ondande bado ako pamoja years and vile alipata safari ako akirudi Nairobi. Yeah, kila kitu kitakuwa safi. It's okay, thank you. Hiyo nilikuwa nayo. Na washukuru nyinyi wote kaina sabato njema. Asante sana, barikiwa baba, asante. Okay, thank you. All right. Asante sana Maslin Boss Bori, yuko pale ni kucheka tu. Okay. Nyamoita na kucheki. Cyprian Waenga anasema kwamba yeye ndiye atawatoa kwa urogi huo, kwa uchawi. Hata tuweza atawatoa huko, hata tuweza hata kidogo, baada ya kuwa wezi hodari. Linet Bundi, asante sana na kucheki, yuko pale na yeye anasema kwamba niko ndani na wakilisha vizuri tena zaidi. Dakika 5 juu ya saa 5. Bado tunaendelea. Link nimeweka hapo, just join. Kama kuna swali, kama ni kuwapongeza muwapongeze moja kwa moja.
na msisahau ya kwamba hawaja kunywa hata chai hapa. Kiwanunulia chai kupitia hiyo namba ambayo iko kwa screen ya 0792477941, tutashukuru sana na itakuwa ni vizuri tena zaidi. Na msisahau ya kwamba wako na YouTube channel yao. Kila mtu ako na YouTube channel yake, kimbia pale subscribe ili uone kazi ambao wanaendelea kuifanya. Wanaweza jisemea wenyewe YouTube channel yao ni gani? YouTube channel yangu ni Piento Panado, simbo tu Piento Panado. Utapata vitu zangu huko pale. Utafurahia. Alafu changu pia inaitwa Jonte 254 Entertainment. Jonte lazima uandike John and then you add TE. Jonte 254. Kuna video pale by the way. Kuna comedy pale. Watu unaweza cheka mpaka ulale chini. Anyway, vizuri tena zaidi. Jua sometimes kuna changamoto zinakuanga za kazi. Naweza pata kwamba mnaweza sema saa hii hatuwezi achana na Jonte ama Piento. Jonte amalize masomo apate kazi Nairobi, bado kwa hapa Kisii, ama Jonte apate kazi Mombasa, utamfuata Mombasa? Kwa kusema ukweli, kasi akipata huko kuna uwezo kwa sababu yeye amekuwa capable kusimamia. Juu ni kama brother pia, kuna vile pia yeye atacheza kiyeye, even though sitapata kazi kama hiyo yenye anafanya, at least kuna ile kiparao maybe anasanitafutia nia hapa, at least to make sure tuko pamoja. Hatuwezi tengana. But tunasemanga ni hivi, if maybe naweza fanikiwe before fanikiwe, pia mimi siwezi msapia, nitamuinua. Tamsupport. Na yeye pia akiomoka mapema ama akifanikiwa mapema maishani, unajua Mungu by the Mungu ni mkuu, sababu huwezi jua mlango wa kila mtu atafungukaje. Kila mtu akona mlango, sasa ni Mungu. Okay, naona kwamba Maslin Boss Boy anasema kwamba try to create a content hata ya Biblia, mtengeneza hata movie ya David, mwache ya uchawi na uwizi. Na mwingine hapa Cyprian anasema kwamba that is good. Hiyo ni mzuri sana kuliko kukaa waganga, but mnafanya kazi nzuri, kila mtu anakubali kazi yenu. Tunashukuru sana. Watu wanakubali kazi, ni ile tu ni kujaribu mahali ambao mnaweza, wala ambao wako willing kusupport wasanii. Naweza waambia kwamba vijana kama mfanya kazi nzuri, basi nataka ni wasupport mpate hata kamera ili mkaendeleze kazi yenu vizuri, na itakuwa bomba tena zaidi, kwa sababu kupata kamera, kuhaya kamera, una job na haya kamera, na kamera ni 2000 kwa siku, na mtu wa kamera umlipe 3000, and then kutoka hapo mtu wa kuedit umpe na haya pesa, inakuwa ni gharama nyingi kabisa. Wewe unangoja entertainment na hapa nje mtu anaendelea kupitia magumu sana, mfuko inatoboka tena zaidi. So tuendelee kupiga hesabu, tuseme kwamba leo usiku tuseme kwamba kesho tunataka muende mfanye shoot, kamera ni tuna haya kwa bili yetu, hivyo ili wafanye shoot waendelee kuwafurahisha. Itakuwa vizuri tena zaidi mpaka ile wakati watakapojisimamia wapate vitu zao ndani. Boys nasema kwamba mbele into nabamo mpaka omwelio. Asante sana, vizuri tena. Boys nampendanga huyu jamaa kwa sababu kuna ile advice anatupeanga in life, hadi nasema yenyewe is a good, yani tuseme pia ni brother yetu, kwa sababu kuna yale maneno anasema hivi after 2 weeks ama after 1 week na unayaona. Yani kuna vile anakuambia pia tunaweza sema ni role model. Kuna vile huyu msali sema eti tuachane na tamaa kwa industry, at least tukianza kujulikana. The same case ondande anatuambia daily, anatuambia kama unataka kumove on, weka wasichana kando, weka raha kando, na utasonga mbele. By ondande, thanks so much. Mtu anaweza kuambia enyewe Jonte hapa this thing unafaa kufanya hivi pia. Unajua anakurekebisha. Yani atusema kuna wisdom fulani ndani yake, ila tu yani acha Mungu aendelee kumbariki pia yeye. Manze watu wasisahau kusubscribe Engoro TV. Engoro TV, manze kuna vitu moto pale. Watch, like, share, comment. Pia yeye msupport. Manze tutashukuru pia. Boys, next week ucheze karibu hivi tuongee tuone inakuwa namna gani. Next week vizuri tena zaidi, dakika 10 zimekatika. So kitu ambacho mnastahili kufanya, hiyo tamaa
Tamani mbaya sana. Useme ya kwamba naenda YouTube nianze kukula pesa. Atumefikisha 1000 subscribers unaanza kukula pesa. My friend, hata unaweza fikisha 1000 hata tufikishe 10000 but hakuna kitu ina generate. Yeah, ukweli. The same case boss wetu anatuambia kama tunataka kuenda far. Papantu Vera wote anatuambianga be patient, familiar and sasa mi personally individually chenye nataka ni kitu gani ni hiki na hicho sasa nifikiri hapo. Alafu tukikuja kwa pamoja tuna lengo fulani na dream fulani tunataka kuachieve. Lakini wewe individually unajua hata vile Yesu alikuja kutufia unaokoka wewe individually. Jonte ni brother yangu sikatai ndio. Lakini kuna ile ndoto pia yangu nafaa ni team. So kuna ile bado naangalia. My friend, saizi kitu ambacho mnafanya umepewa platform kwa watu ambao wako wengi, tengeneza jina. Pesa itakuja baadaye. Pesa ni baadaye. Ukisajijenga mtu kila mtu anajua Piento, Jonte akiwajua hapo sasa mambo itakuwa mzuri. Lakini sasa useme ya kwamba ninataka kwenda nani huyu ameniita lazima nilipe. Mazeo hautatoboa. Hii industry ni ngumu. The same case ya Judas na Carrot. Ilipe niwaonyeshe Yesu alipwa ndio lakini ilimweka matatani. So tusiweke tamaa. That's why tunasema tuna put God first kwa kila kitu tunafanya. Ndio of course hizi ni binadamu. Kuna imeri ndio vile inaweza kuja. Lakini tunaomba Mungu atuepushe nayo. Tuendelee kusonga mbele. Hii platform yenyewe tumepata ni platform nyingine kubwa sana. Na the moment tumepata chance kidogo ifanye hiyo chance umepata. Kuna wengine by the way hata nikwambie Dan wanatakanga wapate platform kama yenye tumepata lakini inakuanga ni vigumu sana. Ni wengi. By the way vile tumeipata tutaifanyia kasi. Kuna vile nilita watu wengine mtu anakuuliza hajawahi act. Ni hilo umesema kwamba mwenye yote ambaye ana feel ya kwamba kuna talent akuje. Mtu anakuuliza utanilipa pesa ngapi? Channel imeanza kugenerate. Utanilipa pesa ngapi? Hauja act mahali popote. Hauja pia. The same case tukiacting vitu zetu huko. Unajua pia sisi tunahitaji watu wengine some characters. Kuna mwenye unaisambia aje unanisaidia kuongea maneno fulani hapa. Niambia nikikuja sina fare. Yaani sasa anaona tu amepata kasi. Sina fare. Ajue lazima you struggle and then you na ni kitu ambao mtu unaweza tembea tu walking distance kama kutoka hapa Hema mpaka Posta. Mtu anakuambia mimi saa hizi unapigia simu mapema unamwambia anza tupatane. Alafu anakuambia sasa umefika wapi tuko hapa tunakungoja. Wacha nipande pikipiki unilipie. Na imagine nini hapo alafu nakwambia ni 150. Na anakuja hajawahi act hata siku moja. Sasa unalipia ndio sikatai. Alafu nakwambia kuna lunch. Akichekula kitu. Sana mademu wenye tunaambianga watusaidie ndio wako na hiyo pia. Wengi wao tunawakemea hiyo nao nitasema. Kila maro. Imagine sasa hiyo nataka karakter ya dem fulani anisaidie kwa act hapa. Naona ana acting poa ama anaweza hii part. Mwanzie hapo kuja unisaidie. Sasa nikikuja kuna fare. Sasa unashindwa. After amefika umemlipia fare umeassume maybe kama uko na fare. Alafu nasema kuna lunch. So ukimchukulia tuseme kideri ya 20 bob hapo hivyo anasema nasikia kula yogurt nini hiyo hatuwezi afford. Imagine unaita mtu unajua okay watu wanapotoka nje unajua wanadhani watu wengi wamemeka tumeomoka yani wanachote tumeomoka. Ukianza kumulika tu unasema ulikuwa unatumia hii yani sasa hadi unaibia patient. So sasa zingine challenge kubwa. Challenges ziko lakini mtu yeyote mwenye anaanza saa hii lazima upite challenge. Mtu yeyote mwenye unataka hii industry mtu anakuambia kuja nikupe platform. Waacha kusema ya kwamba nataka sipi nini. Kama uko na uwezo wa kufanya peke yako anzisha yako upate hiyo pesa yenye huyo unaenda kumtengenezea unaona. Mtu unasema kwamba njoo mimi nita provide camera kila kitu editing ili kazi yako itokee watu wakuone. Mtu anakuambia hapo unatukulia hiyo ni scam. Unaelewa? But kitu ya ukweli nyinyi ndio mmekaa hapa usipofumilia utagonga mwamba. Lazima you sweat before you sweet. Exactly. Wewe jijenga kabisa, tengeneza jina, anza mambo yako. Bas, watu wanakujua. From mtezo kujilikuwa nasikia. By the way, Dani umenikumbusha. Jina ni kitu kingine poa sana. Vile tumetengeneza jina at least inaendelea kugrow kwa hii channel ya Papanto Veras pia channel zetu. Kuna vile watu wamekuja huko. Do you remember kuna hii wimbo yenyewe inaitwa Obo Tumbafu? Ni china tu tulitengeneza hadi Echa akasema and Veras inahitaji wapoezi wako. Akatwita
ilikuwa time ya kwanza. Tukapiga hapo tumbafu. By the way, do you know I was the best comedian? Si mimi, yeye ndiye alipost akaandika aje, this guy is the best comedian I ever met. Ama kuangalia. So kuangalia kando tulikuwa pato na Jonte. Unaona? Sasa ikakuwa tuko Piento Jonte. Hapo kuna song fulani Nyarisa alitoa Enseyembo Saragira from nowhere, Piento Jonte na Amida. Tukaitwa. Alafu kidogo tulikuwa tumetulia, Forever Young akatuita song fulani hapo ya Red Nose tukiwa na huyu. So tatu wanasema jina kwanza zinafuata. So ni vitu mingi. Nyinyi mnasema kwamba mmemoka, mnatengenezea mtu pesa. My friend, hakuna pesa. Hakuna pesa. Hakuna kitu ya kutengenezea mtu pesa. Pesa hakuna. YouTube usiona advert inakimbia unasema tunamtengenezea pesa mingi. My friend, jijenge hapa na wewe weka limit. Nitajijenga hapa kwa muda gani? Unaona? Yes. Ili ukianza unapiga tu bomu. Unaenda. Hata sisi tumeta platform na wengine bado wataingia pale, sisi tunaenda pia na mtengenezea watu wengine platform. The same case, yeah. Anyway, naona time imeenda mbio. Watu naona hapa wengine wanasema kwamba muweke comedy kidogo kama Nancy Mora. Muweke kidogo. Sijui ni gani wanataka muweke, lakini nyinyi mtasema mnawapatia nini kabla hatujamaliza. Comedy iko saa chote siko baya. Mbona ile siku ulikuwa unandanganya? Unajua Dani, acha nikwambie. Hata kama Jonte ni rafiki yangu, saa zingine ulikuwa sana. Tulikuwa shule, alafu unajua sikuwa nimekuja shule hiyo siku. Na mwalimu wabaya alikuwa darasani. Kwanza kidogo. Mlikuwa shule? Na huko kuja shule hiyo siku. Hiyo siku. Yaani hiyo time tulikuwa nyakati ya hapo nyuma. Kuna ile tulikuwa tuna meeting sasa. So kuna siku fulani mimi sikuwa nimeenda shule. Na nilikuwa shule. Lakini yeye walikuwa washafunzwa. Sasa kuna vile tumbo ilikuwa inaniuma, nikaitwa hapo nikaenda tu nje. Huyu alikuwa darasani. Mwalimu akafunza biology. So acha mwalimu waingie darasani aanze kuuliza maswali na mimi sijui. Nauliza Jonte, mlifunzwa nini? Ndio mwalimu akauliza swali, give 5 animals that live in water. Huyu ndiye ananiambia vimungurieta, vioto, vigwangwa, vichengeneni. Sasa nikashindwa sasa. Ndio tena mwalimu akauliza swali jingine. Can you name food that give proteins? Or can made nini red blood cells nini? Huyu ndiye ananiambia eti uji ya wimbi ndio naongeza red blood cells kwa mwili. Kwa sababu ni red. Alafu kaniuliza eti tena kikuuliza useme uji ya wimbi. Eti yani ya mahindi, eti white blood cells. Kwa hiyo siku kuna siku mama amekuja class, tulikuwa tunataka kwenda out. Sasa mama akasema unasikia kwenda wapi? Sisi wengine tulikuwa tuna expect tuende kama mseme Mombasa, mseme Kisumu. Huyu akaamka akabeba mkono juu, unataka tuende wapi? Kericho. Mwambie mama unasema Kericho. Kitu ilisema nikasema Kericho. Wewe Dani, acha nikuulize. Nini kanapatikana Kericho? Majani chai. Si ni chai. Obviously ungepepa vikombe na mikate. Si chai, majani chai. Nilikosea kumuuliza. Nikuulize swali. Sasa nikuulize swali. Majani inaitwaje? Majani ya chai inaitwaje? Ukisema yani unaletea majani kutoka kwa duka sasa kwa Kizungu. Bwana bring me what? Tea. Dani bwana bring me tea, sio? Si ni tea. Chai ni chai. Unajua chai ya maziwa ni tea. Majani ya chai ni tea. Majani ya strong tea ndio inaitwa majani chai. Tea leaves ni nini? Tea leaves si ni ile veti ile tu majani chai. Tea leaves ni majani chai. Ni majani chai ya chai. Kizungu. Lakini sasa unajua sisi tunajua kitu kinamea kilicho ni chai. Kitu tutapepa tu ni mikate. Unajua hiyo kusema muende Nyamakima. Kwa sababu unajua mimi time niko njaa natembeanga hiyo mpaka wa Tanzania na Kenya. Juu hapo na manga ndio na manga. Ndio nakula sana manga na ndio na manga hapo. Juu nakumbuka siku fulani Leonida. Na niliona Leonida amesiomeli pale. Sijui mbona anatoroka. Kuna siku fulani hapo tumefanya. Unajua watu wengine tusaidie. Acha kusema eti Mungu atakusaidia. Usipotusaidia Mungu hatatusaidia pia. Juu siku fulani hapo nimefukuzwa karo. Karo sio ndo school fees. Alafu
mimi nilikuwa hivi, alafu mama mwingine tumefukuzwa, eti umefukuzwa nini? Eti nimefukuzwa karo. Eti sasa si uende uombe mzazi, anajua mzazi wangu asinisaidia karo. Sasa nikarudi after nimefanya mtihani wangu, tumefunga shule, ndio ananiuliza eti Piento ulipata grade gani? Nikasirika sana, anajawahi nilipia. Nimwambia nipata grade ya soda. Grade ya soda ndio nilipata. Nikitoka hapa hii dunia wewe. Unaogopa nini sasa? Yeye unaambia unaweza ogopa, sasa unaogopa nini? Mimi naogopa uchi moto. Halafu naogopa siafu. Unasema uchi moto, mimi naogopa kwenye kuna vifaranga, my friend. Kwa nini? Kwenye kuna vifaranga imetaka sasa, unaweza fika karibu kwa kuku kuna vifaranga. Naogopa kuku. Kwanza unajua Jonte, acha nikwambie Dan. Huyu Jonte apendangi kufaa hii miwani. Kitu ya kwanza nimwambia kule karoti. Akashumu tu. Nakumbuka tukiwa shule, yeye ndiye alikuwa anapenda kufaa uniform, full uniform. Na unajua Monday to Friday, kama hujafaa uniform full, utafanya manyo. Siku fulani mwalimu amemsimamisha, amesema kama hujafaa kama huyu upita hapa ombe mbele. Kuangalia Jonte amefaa full uniform. Pia hiyo siku nikasema sitafanya advancement. Nilikuwa nimefaa uniform full. Lakini kuangalia Jonte vizuri nikaona kuna kitu fulani mimi sina. Nikaingia mbele. Watoto wakaanza kunichekelea. Si amefaa uniform. Ndio nilinua mkono juu nikamwambia deputy yenyewe, ulisema kama tusifaa kama huyu nisonge mbele. Eti mbona si uko vizuri? Nikamwambia siavaa miwani. Hujavaa uniform ya miwani. Noma sana. Noma sana. Naona papa yuko hapa, media director mwenyewe yuko hapa. Mambo mzuri tena zaidi. Watu ni kucheka tena zaidi. JK ulikuwa unasema aje? JK anasema kwamba hiyo nini hiyo anauliza hii ni yako. Hii ni nani alinipea? Simtacha China. Si hii ni baba alikufa. Baba alikufa akakuachia wakati alikufa kaenda na of course mlitaje? Afons zako. Ukasema ya kwamba sasa tunalipishana. Unachukua yangu na achukua nguo yako. So hapo ndo nilipata ameniandikia notebook ya kitabu. So madawa yanafaa kutumia. Kwanza saa hii kuna madawa fulani nafaa kutumia kuharibu ndoa ya antivirus na vochabeli. Juu wanaenda kufanya harusi. Hiyo nayo yenyewe lazima tuharibu. Tusipokula keki lazima tuharibu. Hawataoana. Mta nini kwe. Saa hii unajua kuna kadawa fulani sasa nilikuwa hapo James lazima isikie. Tulia hapo chini. Bwana wachana na hizo bwana. Si nini? Si ni vitu yangu ndio ninanilinda. Wachana na hiyo, ambi lale hiyo. Utako hapa? Wachana na hiyo vitu bwana. Ama niwaachie studio niende. Tambo si kujua kama mtu anaweza fika karibu na nyoka. Sasa wanataka kitu rahisi. Ukiwa na nguvu yako unakaa tu na baadhi nyoka ilikuwa mbaya. Utatoa nyoka pangoni. Kwanza unajua kuna wimbo fulani nilikuwa nataka niimbia kina Devira. Unajua? Devira sikia. Vochabili na complain kila siku eti antivirus anamtesa, akona watoto, mara akona ukanyoni, mara nasikia eti kuna watoto wengi. Vochabili acha nikuimbie tu. Special dedication to you, a very sweet wimbo. Na kuomba Vochabili usitoe mimba yake. Antivirus yakileta mtoto analeta na sani yake. Uenda kesa kawa Kiondo, uenda kesa kawa Jonte na Piento. Mati imeninyonga, nitakuja kumaliza siku ya harusi. Acha niachie hapo. Ajabu. Unje niachie hapo. By the way, kuna clip fulani mwaifanya etu ikanipamba sana. Inaitwa Wajawi ni Wabaya. Sasa hii Wajawi ni Wabaya. Wajawi ni Wabaya spoken words. Nakumbuka hiyo siku Vochabili alinipigia simu. Nikatoka nje. Anze kufika pale. Nikachukua yule mtoto. Sasa si Vochabili mmoja mnajua Vochabili mwingine. So kufika kwa nyumba nikasikia huko nje saka. Kuangalia kuchungulia kwa dirisha. Ovegaki. Nikaona Wajawi. Walikuwa uji wa mnyama. Hadi nikashindwa hii uji wamejipakia wapi? Kwani hakukuwa na strongity? Wajawi ni wabaya. Bado mimi ningekuwa mjawi, ningeroga hata mtoto wangu akae mdosi. Akusaidie. Anisaidie. That's why nataka. Unakumbuka ni mtu aliamkanga huko kwa mocha.
mti ilianguka kwa moche, imagine. Zote zikakufa. Watu wote walikuwa kwa hiyo moche, Iliangukia wakakufa. moja, maiti Wote wakakufa. Moche liko maiti juu. zilikufa. Liko juu. Mti kaangukia mochari. Mm. Watu wote Maiti- walikuwa maiti- ndani. maiti ilikufa, Maiti wenye walikuwa ndani wakakufa. Wakakufa wote. Hiyo kitu ilitangazwa kwa radio. Red Cross kufika. That's why mimi nafaa hii kuonyesha kila mahali, msipande miti karibu na mochari, watu watakufa. Juu huyo mti kiseeki kianguke, watu wenye wako kwa hiyo mochari wanakufanga. Nani yule alikuuliza unatumianga banki? Watu wa safari kwa mkono. Ule msichana anasema, "Hello, I want to help you with ule mwenye anaongea Kizungu. Can I help you?" Baito kuna siku fulani wamekula pesa yangu ya sport pesa. Na kapetri bobe. Kuwapigia simu bana. Ilikuwa pesa ya chama. Sasa unapigia Safaricom ya gambling na wao wa gamble. Nilitumia M-Pesa. Use M-Pesa to log in to pay bill, so wanirudishie tu nitumie. But ukipete M-Pesa? Hapana, sikupeti huko, lakini ndio nilitumia M-Pesa. Unirudishia pesa zangu. Walikurudishia? Wapi? Walikwambia aje? Waliniambia eti natumia banki. Nakwambia of course ndio na saving pesa yangu. Banki ya Equity. Unatumia banki ya Equity? Banki ya Equity. Banki ya Equity. Si banki weed. Tunakumbuka siku fulani hapo tulikuwa hapa, unakumbuka time Kenya na Tanzania walikuwa na mpira. So siku fulani hapo watu walikuwa wanafurahia hapa, TV zilikuwa zimeweka Kisi Town kwa hiyo roundabout. Mimi ni nani? Si nikakuja, nikaanza kusema, "Why leo Uhuru ataacha pombe, Uhuru ataacha pombe kabisa, ataacha pombe." Ataacha pombe. Mimi nikashikwa, nikachukuliwa ndani eti nimetusi rais. Sikufika huko nikaambiwa nichitetee, nikasema yenyewe. Mlikuwa mnasema Harambee Stars. Yaani Uhuru ndiye Harambee Stars na lakini wao wako wananisika kabisa. Wako wananisika. Si walikushika? Wako wananisika. Si walikushika? Walinishika lakini wako nasika, usikia vile nilikuwa nasema. Hawako mnapatana. So kufikiwa huko kwa mahakama pia wao waliniuliza natumia banki gani, nikamwambia natumia Equity bado. So like wakaniuliza mbona Equity na kupeleka mbio, mbona ukaamua kusema hivyo? Nikasema kwa sababu vile usiuliona vile Kenya iliweka 2-1. Nikasema nilikuwa na maanisha Uhuru ataacha pombe Magufuli. Na hivyo ndio hivyo nikaachiliwa. Hata ile takataka huko chini, Mkwaya aliulizwa mbona kuitoa. Nilimtetea vizuri sana. Nisema ule jamaa mwenye aliba taka ndio alikuwa anataka kushutia huko. So akaambia Mkwaya, tafadhali nitakuja kushutia huko. Nitakuja kufanya shooting noma sana. Kabisa. Hebu simama juu ya kiti. Sitaweka nini? Simama juu ya kiti. Achana hapo, achana hapo. Simama juu ya kiti. Na hii nyoka ni inafanya nini hapa? Hii nyoka ndio inanilinda kila mahali naenda. Kuna nguvu fulani, kama leo nilisahau kuweka number 1, itaniletea number 2. Hebu ya mbili. Lakini hapana. Acha niache tu nikuje kuileta kwa. Mtaona siri yetu. Hii nyoka inafanya nini hapa? Siri yetu. Mtaona. Hii ni siri. Hii nyoka inaigusa tu na unafaa kwa approach zimekaribia nyoka. Hii mtapiga Kenya. Na ugusa tu na mguu. Hapana, wacha kusongeza. Ni mrefu. Wacha kusongeza kwa hapa. Wewe acha. Unataka kuinua mguu na huja umevaa number 1 kwa kichwa. Wewe ni nini bwana? Istoke nje. Na mchafunga mrango. Wewe hapa. Madera. Baito nimeenda kufunza huyu kijana kazi, ni kama ameshindwa hii kazi. Na nimefanya nimeenda break kwanza ya kusika samaki pale mtoni. Nataka nichukue mwana dada mmoja hapa. Mtoto wa nyumbani huko tu. Nyamira. Anaitwa Janet. Wapige kelele hapa 1 2 3 alafu tuone kama tunafunga. Nyamoita anasema kwamba uweke hiyo nyoka yako juu ya meza. Achana, ngoja bwana, ngoja. Janet. Umezima rights na saidi mchana jamani. Hapa ni usiku katikati, hapa si mchana. Waachana na hiyo. Toa kidole kwa kilobu. Wasa kilobu. Ni mchana.
Si mchana, ni usiku. Hapo ni saa ngapi? Saa 6? Saa hii ni saa 7 na nusu, saa 5 na nusu ya usiku. Sasa hapa ni saa 1. Ama niambie huyu anilete elimu hapo. Elimu. Ni nini hii mnaongea hapo? Ni maneno gani hii mnaongea hapo nani? Si tunaongea maneno ya nyoka pangoni vile mkutoa kwa uzingizini. Mnatoa nyoka pangoni, mnatoa nyoka kambo. Pangoni na gani? Aya, katika kieke. Ndio hii hapa chini. Nyoka ndio hii. Tukitoa tu network itapata ndio maana tumeweza ikaa hapa chini. Nyoka. Wewe ni mjukuu. Mimi ni mjukuu wa Roriondo, babu wa Roriondo ni mjukuu wangu. Alinikulia mwando. We what? Ayengoke role bono indi tame. Njomo te bono kwa chori chikiro. Yani, kaliga. Huyu ni mganga hatari. Anatibu kila magonjwa, kila na hapa tunakemea maroho. Ugonjwa wa kufufuka, ugonjwa wa kupumua. Ugonjwa wa kuwe kiondoko. Tulisaidia kijana mmoja alikuwa amemea magoti mgongo. Alikuwa amemea magoti mgongo. Mwingine alisaliwa alikuwa anasikia na mapua. Sasa shida ni nyingi Kenya. Sasa wewe mtu amezaliwa na disability unasema wewe ndio mganga hatari, utaweka yeye akuwe na masikio 2. Utamwambia disability not ability na atapona tu. Ayekeleke kanastega abune ngiti. Ngiti yensa abwateta koboko kwanza. Engendanse. Yani ole metega abune ngiti ne kuraba mukuma bwa bantu kanastega abu. Ngiti teliembe ni numo kwenye tumeka bobe. Nilisema kila maro. Ongoje hii kwanza. Usitoe hii tunaenda. Kila maro. Ukiacha hii tunaenda. Sure, hii tunaenda. Ukitoa hii tunaenda. Tulisema kila maro ya kiume na kike itoke katika jina la Yesu. Malaria. Wachana na hiyo nyoka yako bwana. Acha. Hii ni usiku acha. Oyole katika abune ne yanga banabegete. Yanga yegasi. Ne yanga yegasi mbegete. Yanga yegasi. Eganchu. Yanga yegasi. Njetina teba ganchu. Bone kero kwati ne nagabu. Naranga ne yango begete. Naonekana aje. Niko fine, thank you. Bono. Yange. Jonte. Ayo musamaro ayo bana chibwata abu gongoira nande gocha. Gandara leta mudosi okurukwa nganere. Oyo papa. Umroyo na kwigeria tabia elia. Yo kunyo yo matemu alia matiani ngology. Oyo papa. Oyo Yesu. Oyo papa. Nyasaye tali muntu rarangirire kisumo chikumugorere. Nyasaye muntu oko yekera ngende. Mobrukane chinjugu. Kakieli tare kobeka buya. Hono gombegete buya. Malaria. Kwani mwanga ndo Malaria. Malaria. Wakirudi. Tianye bekile ngiti. Ngai ngobe kabana wachana na nyoka kabisa. Network wono. Aye papa, ige network. Gandara leta Liz Queen. Liz Queen. Hi. Hi. Ono abumbale ngamoko participate mwezi mbuja mole. Biatore. Na kibiento ngakimbu yore. Niko fine, thank you manze. Niaje? By the way, nje ngoko wakira mbuja mole. Na pia mimi nashukuru. Rapi tu. Je by the way wakira Piento mbuja mono. Yes. By the way, no nyore kasi enkenye gwaterere kora mokia. Mokinoro. Kweli.
eka sienge eka sienge newenge igo nyebwatirire nyekorera umukia omete ogochaka ise kwanya gukina nje Kabisa. to kumoyo mundu tagoita moyo aye ekatinye bekera omoyo ani eachi nguru gasiende yonsi nebenge omuntu agochakira ense omanya kogiro so to kumoyo aye gasienye bwaterere emende chinguru mambi na mambi ende okocha koba omuntu omonene sana togokumia so Kabisa. nkego gwakira mbuya mono genderere gasi eyo baitewe gasi eyo ama ete na boro tinga ne yama cheso lakini bwochi magendo konyora ngaworo omuntu omonene sana so genderera igo gasi eyo genderera nche tingo korusima gosa muyoro genderera igo ukimotu nyasaye agokonya. Tunasema thanks for your support. Asante. Asante sana bwana Isaac Anderson. Aizo, Yes, habari yako baba? mzuri sana. Nimepewa chance ama bado? Wewe ndio uko Orogena nayo Rorogena. Okay, tiaro kwa neke gusi sababu station neke gusi. Actually, number 1 tianga kere Piento. Thank you so much, man, for good job you are doing. Thank you. Ane muraya minau. Actually, ke bindu viene vikongo. Wana, tiata poli suari. Ai mwana ngachi andivirus mugasoko mwana oli by the way. Omaite era mote makurigio bosi chinsere chonse. Nkalike message asinya mwembe na ndo anjita kokora interview. Mara tina anya kora mobo. Nchina tete mochili momokora interview. Ndoche toche. Aje. Inuma munatisa vibaya sana. Nashukuru bro. Support yako ndo inatufanya tuko huko kileleni. Wana? Like you can perform like omoro emunya nabi pe totally. Ngakiwa sawa nyana ba chwaro nga ekerol ke uy. Ai. Okay. Kangire libageli ko baskuru sana my brother. Actually I'm calling you all the way from USA Texas. Taras. Yeah man, we say thank you and go to appreciate for good job you are doing. Nande again chena berengo ikera no Msanii ngokwana. It's only not a group. We want to support on it. Now on United States, even the branch maite motestem to support obuta chani obutora mato na nabo ko because you ko mama to nara ko gera no system ya koraki yakina bono actually for my suggestion ya nankuru for my kind of suggestion ngoro timaji can work from your side more legal more active, but you need to have your own YouTube channel too, because once when you say support Papa Antivirus, say I'm acting here, this the main or your papa or your tata or your stem 1980 branch also bono monte kara ko work living the at once oposibo ko liko cha bwango mate inero kind of to kanga kibo sibo ko cha bwango kabisa. Bono muntu tarara bo nga kinga ya uswa subscribe pedi uswa kolreki sasa ingine na bora anyole koleka egento gyagire fan none ngoko yakolire bitage biyaye gotete ko make fun sigali serious yo gwate gende. Can you imagine mpapa virus ko chakuganya bako chobeke clip ekia se YouTube ya you can make your own ya okole ne mwena bako kole ne ngoko njira gite ngoke kole genda aliri nge akigende kango nage performance gite you know na nje ngwakti na lenge iko karona lenge high school koba mutakibikira inga bwikira mbauti kivuta kivushi hiyo na mimi na perform kweli wana kiki tuningo keke kuna arage tuningo aje ngetioni ora kumina ngetioni na bongo tiana na bongo ngetioni matoko kanda bakinse machiri chabo gerango abaso muswati yomo hanyore tukako tamanengo ko iye jirani emambia ya rero
Petra nyoro musakito bwa mangana ikaramba utikuru achinse mu kiri kurukunganere Isaac Anderson atwariraso erebuya guse erebobe ekero konyora abangina balero emwe aba baibi mukale kubwatera chinkoko kya abantu abandi mukale koiba mukale kumnyoka kuchina chiko kya sinyumba kya maru ina etokubulika abasubati abalero bemyaka ya igatwa igo nkimotali kubwatera umukondo buno oliwa abangina babakoro mutiga no boibi mumanya nga chikondo njiro mumnyoka chikondo kuchigali nanga ekeneke ekeramba utikigesa kira Haitaji kuera kabu Yesu. Manze unaweza bro. Wow, mova. Abu. Kono ngumnya naboko nyoro musacho ulio kuronya musocho kulibota abu ngino nababe to kubwata ngoke nakusunyora malianya nakuminyoka nero kuja asinyumba ya marwa kumya boli Eso mbata magoro. Yeah, now we can perform. You need to be attentive. And I can perform. Told we and cover. I was not prepared, but him prepared and interget to perform. Go perform. Put up the riff query, connect it to up. So, in check and the kian and got about chim to chan. Nabongo support you, Sarah. Man, be my Montago support there on and the man beyond like. Get ready to go. Yeah, Kerali to Konabata. Okay, I don't know about Coeves. Man, been you see, well, Yeah. YouTube pero go personally. Actually, you end up konyoro kwa nyora vi como nyene kwa chirale. Otakola diki. Yani kind of esabuni. No, ni otima the squeeze Kenya again to get quality seat and is lack of transport from moving from one place to another. Yes. Inero ne sita kogendo chiko perform is not easy. Ota bunga bono koruko senkisi ogenda baka alibugirango mata alikuchi nyama yali oro sana no chiko perform. No bari chivese jokurera koru kisi baka nyama. Na that is, I think it's supposed to be maybe probably 500. Like in na you got 700. Chivese is almost 1k. 1k you know what you rand ogatenga wa nchide nderonda alenchara chiko perform you know one ikikwale to moleli olibo kubwanga bana kerora atwale YouTube talinga iko natika antivirus usena kora usena natika hot TV kisi natika kwenye watch no isinoko support utike subscribe utike comment na mambie kero kole tike ndekeja so umetike ndekeke ko gandra go trend kiko nyakuchira bona abantu abango metekero kiko nyakuwatch bono konyora na mwa movie again to kind of ebintu munebi na wale ndugu ya Piento man mna perform mpaka nauliza hawa jamaa siku gani nitawapata hivi live niwaambie nataka mperform kitu kama hiki Tantana mali to Piento ncho people tantana de majina meta mali yetu ina kutanta ni Piento na Jonte akora imu ngete no echisha roko iwe chikorunga shania hania Oli kire pungero na roje umese oli kwa mwe egendo kelimpa ndirikia lengo sem performing ya lengo Really? Esengi intuli fake intundo original it was by the way esengi ndo nani ngitiyo kambe no ni kai ndako nyate yeche na begocha ingati tibo tam Oroito asine tu hivi Beidon wa talent yani tani tio boy na era manyi kaime man nengo man ndoli kuiba eto korusia ndo korusia semo eli ikomi eli eito kwa hiyo tuache tukaichukue bachi ngoko gatusamba lakini abano ingi utayabusoborete mori elishwali uri chinichi bitakuwa teta chingo kama tukana haki twani berenda ninyalo kwe kumanzi bole ngombe jiko sokere urachitame tali bobe ya chile ko rusinga tali tina ngasibole ngombe ingi utangusibole mori kero ko achire ko rusinga ndo obe tali kero ko achire ko perform street Wajua kwanga kianga show. It is swali ngubuli kane brother. Omwese ko you are performing. Okay, you are performing, right? Yeah.
but enchere akole ripari bakana bole ekende kena ken bo ekena ken ekira menen china da bide kena ken mumru bakaka itu misku koraki eh nipe ko ndigyo ngichere ngorwari no toraigwana lakini bona iga ometogorusia siri abantu bagotokobi none itko baro kiseng'encho morang'ange bosa ai man ai inu wa eh nabo kere igo bono akuliga lipolinga ina nabo korosa ngende lakini ega lakini rende namba ya kabiri bono tiatu kuoneka iga kwa Hot Kiss TV yaito tubwata barayi baito gusi when you see a young men like young sisters young men like this one amangana ya orti we wende kuchirana no mwezi mi waito na re governor ndubwati ji senator bande they need to have a kind of industry ministry asigita bakwenda ba perform very class ntoko koka ko mondo chikura wando chikuaka che hotel chine na bachikoragera mangana ali bata badunga bagachiru butuko kotagora alinje na bango nyanjira na sababu barabwe sibali balengera chindagera bali kolenga libantu ni kweli ncha olio bajire tabutuko nga kabatenga karua nkoragera mole matianya sande nkomoro rambo berakini alenge buja sababu barabwe igasi yabone batebere chinda but mbali nacha na bantu noyo monto kurunga nere Piento na Jonte na baba ile chikura kabisa. Ukweli unapata sindi anatumia sana huko nyoro motenga nita gete none igasi yuko abusa ta koko lakini rende time ya yale one gende kanana as young youth let us focus, we know which kind of rate to went to chora kusia itu to make it this talent again kumbe kitu nimegundua kumbe kusira ndidi yani kusira ndo sasa nili ne talent nandi chire chinyinge iko nchira ochitarachi we are talent more than ata kabira zikaki nashukuru tu wana kitoko tabana na ki ekarotokora something ikia chakira like a small we can support togendera gokoraki kiani kigendera go mano no ndo aliko tanga kweli ikikira nkereta na kera manke ko bokongbole geko tulizo mukutana bako mukutana na makweli yale ngo abandi bali bakwirire bako bayira ni chinkorko ba yani ko muntu moy well, actually I can say thank you brothers, continue with that spirit and God is going to fulfill. Thank you very much. Thank you for your support. Thank you. Okay. Number. All right. Okay. Asante sana. Time imekimbia dakika 48 juu ya saa 5 majira Afrika Mashariki. Nataka tumalize. Sijui jambo la mwisho advice which asaba sahiba libamino. Alafu na kia abantu bako nyorasi mitandao ya social media. Alright, kwanza kabisa ningependa kuambia wale wenye huko nje kijana umri wetu pia kuna wale upcoming pia. Unajua kwa kila jambo nalofanya mwanzo tangulisha nani? Si ndio? In everything you do God first by the way. And then usiache kujituma by the way. Unajua unaweza anza hivi tu mdogo tena ufike jani usema hapana. No. Try aim something, focus by the aim something. Yeah. Hata kama kuna upepo mwingine unatoka hivi kando hapana, stand firm and then focus on one thing and then from there unaweza pata umefanikiwa. Sasa mimi by the way Facebook unaweza nipata kama Jonte KE. Jonte KE. Instagram pia ni Jonte 254 na YouTube ni Jonte 254 Entertainment. Manzemi ningependa kusema shukrani first of all. Naambia Mungu wangu asante juu God is everything kwa kila jambo tunalofanya. Kwanza kabisa pia nashukuru wale mashabiki pale nje wenye wanaendelea kutupea support. Nashukuru Papa and Vegas kwa kutupea platform. Nashukuru watu wote ambao wanafanya si tumekuwa mahali tuko.
Advice kwa wale wenye wako huko the upcomings kama sisi bado hawajafika mahali tumefika, mi ningependa kuambia ukiamua kufanya kitu, amua sema ni na sema hii kitu ndio nataka. Usiseme kwa mdomo tu, but do with action and believe on it, working on it. Juu wanasema hard work do what rewards. So ukifanya hivyo alafu ucheshimu. Alafu tena kuna kitu fulani ningependa kusema, mambo na drug. If you want your dream ikae successful, mambo na drug, kuwa mgonjwa enda hospitali, pewa drugs pale, zile ndio unafaa kutumia, lakini si pangi, mambo na pombe, mambo na wasichana, vitu kama hizo manze uta make in life. Mimi na Jonte hapa kitu tumefanya, tumeenda far. Kuna vile tuna focus na kitu moja. First of all tulisema mambo na drug kando, mambo na watoto kando, tuna focus with the one thing. Tukiachieve other things will come. Na ukiamua kufanya kitu fulani, fanya kitu ambacho kinakufaa na kitu ambao unaona yenyewe hii kitu unastahili kufanya. So tunawaombea, keep on the spirit, mtafika. Faith, through faith utamake. By the way, kitu ingine ya kwanza la muhimu sana discipline as a make pia heshima. Discipline sana. Feel una attract na watu, kwa watu watakujua ama wanakujuaje? Wewe ni ule ukiambiwa hivi unawa hapana. So like hiyo ndio kitu inaweza make move far. So kumalizia kabisa tunasema Dani ni asante sana. Tunashukuru. Facebook mimi naitwa Isaac Piento Panado. Isaac Piento Panado. Ukikuja YouTube Piento Panado, nikikuja kuingia Twitter bado niyo majina nitatumia. Nikikuja kuingia Instagram bado Diamond alinipigia simu jana akaniambia niingie Instagram. Nikikuja kuingia bado hiyo Instagram na tutaingia. Manze kuna vitu moto tunawapangia na Mramua, alafu na MC Tricky. Kuna mambo moto Dani inakuja as time goes by. Amen. Yeah. Jonte, ulisema mahali unapatikana kila kitu pale. Nimesema Facebook Jonte KE na Instagram Jonte 254 na YouTube Jonte 254, and please unapowatch manze subscribe and then unajaribu kushare na watu pia. Hata Dani napatikananga ndani ya simu yangu. Mimi mtu akitaka kunitafuta kwa simu yangu, nambari yangu iko 0769722811. Nasarudia 0769722811. Ukinipigia anytime mimi niko available, tunaweza shirikiana, tusaidiane hapa na pale yani. Pia hiyo namba iko kwa screen, by the way iko WhatsApp ni mpya. So namba ya WhatsApp naweza pia juu hiyo unaweza nipata WhatsApp ukose. Ya WhatsApp ni 0746386403. Pole bwana. 0746386403. Hiyo ni ya WhatsApp. Enogo isano naibere beronge. Ajisiana. Yeah. Okay, asante sana mpendwa mtazamaji kwa kuwa nasi, umewasiliana nasi moja kwa moja, tumeshirikiana. Naona tumechapa 2 hours na 46 minutes. Tunashukuru sana. Support talent, support wasanii na mambo itakuwa mzuri tena zaidi. Umesikia ya kwao, wiki ijayo tutakuwa na wengine, tuone inakuwa namna gani. Nawatakia weekend njema. Mungu awabariki na walinde tena zaidi, na hiyo namba mkeep, and then itakuja kuwasaidia ile wakati uko sawa atafanya nini, naweza pata support vizuri tena zaidi. Asante sana. Huyu anaitwa huo happy. Sasa karibu uko Kisii next. Okay. Nimesalimia Eunice by the way. Ni msichana fulani anatupea support. Alisema kwamba asione mtu kwa inbox ya kumwambia babo na voto wengine. Kuna mahali alisema hapa, angalia, wacha nikuonyeshe hapa. Ni unisikie. Unajua lazima akumbuke tuliulizwa aje mko people, tukasema hatuko people, lakini kuna wale marafiki tunaheshimu pia wanatuheshimu. Kutoa siri sahihi. Si siri. Kuna wale marafiki unajua, tuseme kama wewe Dani rafiki. Sisema kiki kama kiume. Kuna wale marafiki tunawaheshimu na tuheshimu. Asante sana Julius Costa, Cyprian Wenga. Asante sana Yunia Kemi. Wote akina Becky, Gregory,
wote, asante sana, tunawapenda bure. Wacha Mungu awalinde na wasaidie. Hii namba wakati wowote una feel ya kwamba unataka kusupport hawa jamaa, unaweza wasupport. Tutazidi ili baada ya masiku kadhaa hivi tutakuja kuwaleta watuambie tofauti ni gani tangu walipotoka hapa hadi wakati watarudi. Asante sana. Huyu anaitwa Nyamoita anasema kwamba Dan leta Kemuman next week. Hiyo tutaona maneno tuone itakuwa namna gani. Asante sana. Mungu awabariki na walinde, alinde na familia zenu.